You are watching Clouds Television. Ndugu, asante sana na Mungu anakupenda, na kuna kitu kimoja nataka nikwambie tu. God has heard your prayers. Praise be the name of God. Jerry, hi. Sema Good, thank you chairman, pastors na nyote ambao ni wahusika, waimbaji na fundi wa mitambo, watu wote wa kamera. Nashukuru. It is more fire. Sema more fire. Kusema more fire ni kusema uwepo wa Mungu uko mahali hapa. Nitengeneze tu pole pole mpaka ikuwe mzuri kabisa. Nashukuru. Umepona kabisa? Kuja wakuone. Imebaki tu kidogo, lakini kuja tu. Nitakuweka ngazi hapa, wale wanahusika mjaribu muweke ngazi hapa. Watu kama hawa warefu kama mimi. Ala. Sema ala. Ala. Najua mama alikuwa amefura, alikuwa kama nikachuma kalikuwa, yani kachuma. Yani umepona. Hebu ruka hivi. Sasa this is Ezekiel, nataka every Wednesday tumepanga program nyingine we'll be having. Utakuwa tukiongozwa na one of the pastors, testimonies. I want to collect all the testimony. Watu wanakuja, anasimama hapa, anashuhudia kama dakika 10 venye Mungu amemfanyia, si ndio? Hakuna haja tufanye kazi, tunafanya kazi na hatukuji kushuhudia venye Mungu amefanya. God has done it. Praise be the name of God. Huyu mama alikuwa figo zake zilikuwa, sasa figo umeambiwa zikoaje? Wow. Figo zake zilikuwa zimeanza kufail, lakini nikamwekea figo nyingine mpya zikaigia ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how. Now kutoka next Wednesday utakuja hapa, utasimama hapa, utapatiwa microphone 1 hour. Ezekiel, ya testimony. You get a presenter to come and lead them to give out the testimony. So get a team of like next Wednesday we need 10 to 15 people ambao wako na testimonies venye Mungu amewafanyia, so that we can go on glorifying the name of God. Then that is, I think I'll be showing the program. Sio kuhubiri tu, lazima tuone kama tumezalisha, si ndio? Asante sana, Mungu akubariki. Uko na neno nataka kuambia watu wa Mungu? Mpatie microphone. Najua sasa unakaa na microphone ni kama hutaki, ni kama uko na nia nyingine. Bwana asifiwe tena. Wakati tulikuwa huko Ngong, mikuu ilikuwa ni kama vile mnasikia chuma. Najaribu kutembea, naona hapana. Na nikaambia Mungu, bila tumeenda huko mlimani, Mungu enda ukatende kazi yako. Na ukitenda nitakushukuru. Sasa wakati nilitoka huko nikaanza kusikia inauma, nikasema, si tuliambiana ubaki huko, unanibuata tuende wapi? Ungekaa huko mahali ulitolewa. Hiyo piko silikuwa sinaleta shida hata maholi. Nikasema maholi italetwa mpya na Mungu atalete, na amekuwa. Sasa kisungumuza vile mnasikia ninasungumuza, nilikuwa nakata kidogo, lakini sasa nasikia niko sawa. Niko sawa. Sasa hii nikifanya hivi. Naambia shetani, chukua mpyombo yako ondoke. Niwachie mimi, niko na Mungu. Sina uwezo mwingine isipokuwa nikumulilia tu. Wakati nilikonjeka, niko na miaka 10 nyuma kuanza kusikia ipo. Nyuma, wacha saa hii. Lakini wakati hiyo naenda naombewa, naambiwa sijui nini, nawaambia wacha hiyo sijui nini, Mungu atakuja kutoa hiyo yote. Sasa nilikuwa natembea hivi. Wakati hiyo injili tulienda, nilikuwa nashindwa kabisa mpaka nikatumiwa pikipiki inipepe. Nikauliza Mungu, si ni miguu yako?
nitaenda na hiyo pikipiki, lakini wakati mwingine nitakuwa nikijipandisha. Sipokuwa ni hapo kakibua kidogo, lakini katapona. Namwambia suke. Leo nataka suke. Atoe hiyo maburi, hiyo mauri moru, herie hekere mangi mero. Tari warekerire. Iko isio. Ndira kyanyango gagaiya. Kweli ni sawa. Niko sawa. Kwa hivyo Bwana ni mwema. Tukimulilia naye anatulilia na atatuambia, kuja hapa mtoto wangu nikupake mafuta ndio ung'are. Ungeniona ungeuliza, na huyu si ataenda kesho? Ataenda kesho. Yani ule mama ule ndiye anajua ule. Mgani? Ule wa manyonyo. Ule wa manyonyo. Ndiye ananikanga mkono, wewe turuke sababu naona hivi. Naambia shetani, macho yangu ni ya kuona mbele. Mbele zaidi. Lakini nikaambia Mungu, hiyo yote mwenda, hebu niondolee. Si aliniondolea. Nikaanza kukanyanga. Unasikia aje? Kifanya hivi. Ambia toka. Okay, hebu ruka tena. Hebu ruka hivi. Ruka. Shetani anasikia uoga. Anauliza, aka kama mama nilikuwa nataka kuua. Aka kama mama nilikuwa nataka kuua, lakini kamekataa kukufa. Kamekataa kabisa. Amekuja ameangalia figo amepata ni mpya. Anaangalia anasema, kwani kumeendaje? Mwambia soma lebo. Mbele. Kwa hivyo unasambiwa ulikonjeka sijui nini, nikamwambia ukimwi unaponwa. Na Mungu anajua ile bali iliingilia. Kama ni ukimwi niambia, kama ni ukimwi useme. Kama ni nini useme. Kama ni hiyo mauli sema. Na ndio hiyo nyumba yako tengeneza. Sasa walikwambia ni nini, figo ama ni maholi? Niliambiwa maholi. Kuna mahali tulikuwa tunafanya kazi. Najua sita ni mbaya. Na sita ni mzuri na kuonyesha njia. Sika microphone mzuri. Sika microphone mzuri. Tunakuwa tunafanya kazi. Kazi hiyo tulikuwa tunafanya ni ya kutolea nguruwe chakula. Naye huko chemical yote ikitolewa huko industria inamwakwa pale. Sasa hiyo ikaendelea kukula pole maholi. Kula hiyo maholi ikakuliwa. Ikanyewa. Ikaanza kupanya hivi. Kupanya hivi. Inaanza hivi hata nikiongea. Unasikia. Hebu breathe kabisa yote. Breathe in. Wow. Hakuna mahali inakwama. Alikuwa anashindwa kubreathe. Hallelujah. Panda pale nasema, jamani. Watu wameenda, nimebaki hapa. Sitabaki ngongo peke yangu. Nitapekwa niende huko. Weka microphone mzuri. Akaona kweli ameshindwa. Si damu ile ilimwakika msalabani, tunatazama tunapona. Nikamwambia Mungu pale ndio naona na umenisindania na ukaniponya. Kwa hivyo niseme nini? Tembea tu kabisa, tembea kabisa. Nitasema mimi nitasema nini? Sema thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kanisa nipigeni Yesu makofi. Thank you Jesus, thank you. Yes, thank you Jesus. Ameniponya. Yes. Ameniponya. Nitubupe. Tunaambia wale tubupe, acha tupwe. Tutu nini hivi? Tunini. Tukuona. Asa itari na ngenda thoni ati okago ira urao ya akwira no raiba asa raiba mao ya ndeku. Najua tukiwa mlimani nilikuwa nafikiria hapa hii kiero hii imehama hii imekuja hapa kimwili ilikuwa ya round. Nitaleta hiyo picha tutaona. Mweda, I want you to be collecting testimonies. You be the presenter, you be leading people every Wednesday here. You get this like that, this one and many more. Mwenye yako na testimony, then you be leading here to present as a presenter. Hiyo biko zilikuwa zinanionyesha njia. Zote ndakika kidogo. Sasa huyu figo zake zilikuwa zimefail. It is okay. Is it not a testimony? Sawa. Yes, and you record it and we need biography vitu kama hizo. Sawa. Miguu kai. Unajua nilikuwa nafinya mguu hivi ina kidole inaenda ndani hivi. Si ndio? Hivi ukifinya ilikuwa angalia ilikuwa irudi. Sasa inarudi. Si ndio? Kweli huyu ni Mungu tunampenda. Tutolele igayo. Ngai ni mwega vipi? Tuishi kwa huyu Mungu. Amen. There is hope. Sawa. Atene niendelee ono. Atene wole kogo. Taruga turuge ha. Ukatoroge. Haya. 1 2 3.
Umetengeneza kabisa vizuri. Thank you. Kuna mtu mwingine ako na testimony. You be taking their names and always be in the service taking their names. That is your work. Umeelewa? Take their names, then you call them baadaye, unachukua watu wa camera, you re-interview them. I want the story before, the story now, and the story after. Sindio? Because we are dealing with the testimonies and the miracles. Hallelujah. Mtu mwingine anasikia kuna testimony. Mtu mwingine ametendewa muujiza. Just a week, a day, yes. Iko wapi hiyo? Umetengeneza? Bado. Polisa yote. Polisia kwa ubali. Ndio yede hivyo. Yote mpaka hapo umeshika. Mpatie sasa. Storia bio na mutahikagwe tunatengeneza vizuri kabisa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena kanisa. Hata mimi nami nimeokoka. Yesu ni Bwana. Hata mimi nataka kushuhudia. On Friday usiku nililala kama niko mgonjwa sana. Mpaka hata sikuweza kukuja kesha. Saturday asubuhi nikarealize ni mtego ya shetani ndio nisiende mlimani. Actually mpaka nikawithdraw, nilikuwa niende na gari ya mapema, nikawithdraw, nikasema nitaenda na gari ile itabebea wazee ndio niende late ndio nisikilize hiyo mwili vizuri. Kama ni hospitali ama ni mlimani. Dakika ya mwisho nikajikakamua, nikaamuka, nikaenda mlimani. So hata tukiwa mlimani nilikuwa mgonjwa. Venye nilifika huko, niliteremka mahali nikaenda kneel down nikaomba. Alafu sasa join the others tukaendelea na ibada. Even after kuombewa haikuenda. So hata nikitoka mlimani nilifika mahali nikasema nitaenda hosi. Kwa bahati mzuri nilikuwa nimebebwa na ref tukitoka mlimani. Nikamwambia niigize kwa chemist ninunue dawa. Akaniambia ni sawa, wacha tukipata ni sawa. Kuteremuka tena nikamwambia si chem ni hosi. Akakataa. Akaniambia nitakuonyesha mahali utanunua dawa. Tukafika mahali niliona chemist akaniweka chini. Alafu akaniwan, usijaribu kuninua dawa. Hiyo siku alini promise rap. Akaniambia ukijaribu kununua dawa nitakugonga kofi. Baadaye alirudi akaniombea, hiyo kitu ikaisha na ikaisha kabisa na nikapona na ikaenda tu kabisa hivyo. Bwana wabariki. Kuna story huko wabia ulikuwa naota nini? Wapie ndio hiyo kitu ikufe. Oh. Amekataa hiyo. Kuna mtu mwingine ako na testimony. Mungu amemfanyia kitu kutoka kwa mlima, kutoka siku ya mlima. Tunaongea za ya mlima. Utaki kuongea? Nikusemee? Leta microphone, patie mama microphone. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Morini Kendi, nimeokoka, nampenda Yesu. Wakati tulitoka mlimani, basta tukiwa mlimani, referend aliniambia anaona kuna pesa natumiwa 120. Mimi na vile nilikuwa nimekaukiwa nikashindwa itatoka pande gani. Akawa ananiambia hapana, mimi naona 120. Nikamwambia hata mingi kuliko hizo. Hivyo ndivyo nilirudisha. Lakini sasa wakati tulitoka hiyo kwa mlima, kesho yake usiku kitu saa 4 nikatumiwa hiyo 120. Mimi sikuamini. Nikafuta balance, nikamtumia ile message nyingine. Ni kama hakuelewa nimemaanisha nini. Kesho yake ndio nikamwambia mimi nilisema nikutumie ndio uone hata ikumaliza siku ama masaa kama sijapata ile nilitaka at least usikie uko na nguvu ya kwamba uko na unabii ya ukweli. Mimi napenda sana kuambiwa na ningonje nione.
Siaminingi saa hiyo, lakini siwezi kuonyesha sijaamini. Na ngonja tu nasema wacha ningo. Lakini yangu inafikanga. Mbarikiwe. Mpigieni makofi. Alikuwa na shida mpaka nilipomwambia kuna pesa inakuja. Na ndio nilikuwa nataka aelewe inatoka wapi, kwa sababu nilimwambia nimeona ukijaza karatasi ya yellow. Karatasi ya yellow inakuwa ya nani? Western Union. Nilikuwa nataka aelewe si ya Kenya, the money is coming from outside. Bwana Yesu asifiwe sana. And in 2 days, in a day, the following day nikiwa mlimani Jumatatu, kwa sababu tulikuwa Saturday lakini mimi naendanga Jumatatu mlimani. Akanipigia simu akaniambia ndio hiyo. Alinitumia message usiku. Nikajifanya nikapretend sikuelewa, lakini nilijua ishafika. Nikikwambia kitu inakuja, inakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na it is going to happen. To you it is going to happen. Muendelee tu kuamini Mungu. Kila mtu ako na siku yake. Si eti kwa sababu leo haujabarikiwa, kwa sababu nimekuambia na haujabarikiwa, kesho utapata. Kuna vitu ambavyo viko kule mbinguni ama kwenye anga, malaika wa shetani ambao vitu zako zikiachiliwa wanazuia. Kwa hivyo unafaa kuendelea kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Vitu zako zote na pesa zako, kila kitu ambacho nakitaka kimeachiliwa. Lakini kwenye anga yako kuna maroho ya shetani ambao imezuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jerini uko gaidia do? Kana wewe sawa? Uko sawa ama unataka kusalimia binadamu? Kuja tu. Naona uko smart sana. Tumetoka bali. Karibu, simama tu hapa. Pada hapa juu, najua hujai pada madhabahu. Niwatigire. Aya. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Amaretwa nĩ Virginia Jelly. Kenda mwathani nĩ kũhonokia. Kũrĩa tumanĩtie na mũthuri ũyũ nĩ kũnene mũno. Nĩkĩo mũrona akĩnjĩta haha. Tumanĩtie kũndũ twarĩte mathĩna maingĩ mũno. No Ngai nĩ atũrathimire. Amen. Ndio kule tumanĩtie mukuru kwa Rubeni. Mama alikuwa anauza changana, mimi nilikuwa nauza miti ni dawa. Tulikuwa tunakosa mpaka pesa ya kununua chakula. Unajua rent ilikuwa 500 lakini tulikuwa tunafungiwa. Unahama ya 250 na bado unafungiwa ya 250. Nani mwisho wa mwezi? 250 unafungiwa bado. Bwana Yesu asifiwe sana. It is a distance. Sema ni bali. Sema biguni ni bali. Karibu sana Jerry. Oikare guku na ukare guku. No mire kwa kwedia johi. No atigire. Ndokedia johi okagoni ule weka. Nitakusupport. Ulinisupport kuna siku tulikuwa hatuna chakula. Alikuwa na shilingi 6 peke yake. Hiyo ndio tulikula. Tulienda kudoea chakula kwake tukiwa na jamaa mwingine anaitwa Jeroge. Jeroge ni ndugu ya Maina Jega. Sasa tukakuwa hatuna pesa, tukaenda kwa huyu mama tukadoea huko. Walikuwa na mama mwingine. Leta kwate. Wangari mwingine wa huko Maragwa. Sasa hawa tukakuta wako na shilingi 6. Tukanunua mutura. Tukakula nayo ugali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kweli yeye ndio mtu wa kucheza na mafuta. Mimi simpendi. Afadhali ucheze na kitu kingine yote. But don't joke with the anointing. Don't joke with where you've come from. Yes, it is far. Unasikia kufugiwa nyumba 250. Uliwahi kilo nyumba Jared na nyumba 250? Eh? 250. Yani ni kitu na kaanga kwa nyumba juzi nilikuwa nikiomba nikaletewa hiyo picha yote venye kulikuwa. Ati unaenda kwa mtu unapiga story mzuri, unapiga story. Kumbe ni chakula na mpaka unajulikana. Wewe ukikuja ni ugali umekuja kutegea. Wanazima ka stove kanasemekana najua ni tu stove tu
ama ile ya utambi, wanazima wanasema imeisha mafuta ndio utoke. Alafu anajifanya anataka kwenda mahali ndio utoke apike akule. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mwingine kuna ushuhuda, ndio nataka tu kuhubiri dakika 10. Uko na ushuhuda kutoka Friday, kutoka Saturday mpaka sasa. I want us to build this church in the foundation of testimonies. Kanisa ikuwe na foundation ya nini? Ya venye Mungu ametufanyia. Ndio at least watu huko nje waone, wajue this is what God can do. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina ni Topista Makoha, nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimekuja kutoka Kitengela, last Sunday nilikuwa hapa. Praise God. Oh, wewe ndio ulikuwa Sunday hapa? Ulikuwa umekaa pale? Tuendelee. Kuna last week part 1 nilikuwa mlimani Kisacho. So nilikuwa 4 days. Wakati nilikuwa nimelala after maombi ya saa 9 asubuhi, nikaota simu yangu ikiwa imeanguka chini na imepasuka. So nikawa ninalalamika katika ndoto, mbona simu yangu nimenunua pesa mingi na imeharibika kwa haraka hivi? Nikawa na machungu sana. So the following day nikiamuka, nikawa ninakemea na kusambaratisha kila chochote kitainuka kinyume na huduma yangu. Praise God. So nikiwa nimelala, nikaota niko kwa gari ndogo na ni black kwa lami, na gari nyingine ikatokelezea kando ya grey, na kwa ile gari ya grey ilikuwa Brado, na kuna mtu pale ndani kwa ile gari ya grey alikuwa ananijua. So akawa ananiita, Topista, toka kwa ile gari kuja kwa ile gari nyingine. Na ule mtu alikuwa anaongea sikumuona. So nikaambia huyu dereva wa gari ndogo nishukishe hapa mbele. Na kweli mahali alienda kunishukisha ilikuwa mwisho wa lami na mbele kulikuwa ni msitu. So nikakuja kwa hii gari ya grey. Praise God. Wakati nilifika kwa hii gari ya grey ikabadilika ikakuwa kanisa. Na ile kanisa ya ilikuwa niliingia ilikuwa ni church. Praise God. So kuna wakati nilikuwa na watch kwa nyumba Cloud TV Wednesday. Reverend, unakumbuka nilikupigia nikikwambia niko Kitengela? Ni wewe. So nikawa nina watch. Nikasikia Reverend akisema unaweza kuwa uko pale nyumbani, uko na kipawa fulani labda uimbaji lakini hauna uwezo. Njoo kanisani nitakusaidia. So mimi nilikuja kusaidiwa. Praise God. Wakati niliingia hapa nikashangaa. Ndio sasa nikaanza kurecall zile ndoto nilikuwa naota. Praise God. So usiku wa leo nimekuwa nikiuliza Mungu anipe mwelekeo, maana si kawaida. Praise God. Na nilikuwa nimeambia wenzangu, mahali nilikuwa nashiriki, nilikuwa mkubwa wa intercessors. So nikaambia wenzangu wanisaidie kuomba nipate ni kanisa gani inanichanga. Praise God. Lakini sasa yote nashukuru Mungu. Reverend, nilikuja kusaidiwa, si kujua ni hapa Mungu alikuwa ananielekeza. Naomba unipe mwelekeo. Sasa mwelekeo, unaona hapa hiyo kitu umeshika, hebu imba moja. Imba moja. Yoyote, pick any. Worship, praise. Yangu ama yote inaibagwa. Ambia Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Imba. Ngoja hapo, simamia hapa. Hautarudi wapi? Hautarudi wapi? Misri. Unaelekea wapi? Kanani. Usirudi huko. Umefika Kanani. Enda ukae chini. Haya, kuna mwingine? Hallelujah. Niliwaambia God knows how to sort out a problem. Mkimwambia, ukipeleka matatizo. Ni jana tulikuwa na mama mwingine akaniambia, sasa tuingie maombi yetu tuombee praise team, kwa sababu hiyo ndio iko na tatizo kwa hii nyumba. Nikaambia ngoja kidogo tu, kutoka kesho itaanza kujipanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi hapa hakuna mambo ya kupanga, inajipanga. Sasa ukiona, najua sometimes naambiaga watu, ukiona sitaki kuongea na wewe ni kwa sababu leo sina habari yako. Ukiona sikwambii kitu chairman, sina kitu yako. Na sitakangi kupretend ati nianze kutafuta ati Bwana anasema I don't. I will only tell you what God has said to me. Na Mungu akiniambia mwambie hii, na unaonaga sinanga uoga. Na sinanga aibu, naogopa huyu ni rafiki yangu ataniwacha atafanya ni I don't have that. Ndiye rokope. Nigwa rokope. Weta watu. Ndiye ke.
Lukofe. Yani nasema namaanisha hivi, sina kesho, sina kitu nitaanza kuhurumia ati sasa utaenda aje. Hapana, I follow God. I follow my Jesus. Akiniambia stop kutembea na huyu mtu, so, kesho unajaribu kunifuata, napiga kona nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Because nimeambiwa na huyo Mungu ndio namfuata. Huyo Mungu ndio namfuata. Take from far. Wacha kuchukua hizo za karibu. Chukua za mbali, unachukua wide. So when I am with you, because God told me nitakuletea watu, na wao watu wanakujanga kulingana na majira. So huyu mama nitatembea na yeye kulingana na majira. Time ni gani yake ya kutembea na yeye. Hapo ndio tunafail. Kanisa inaangukia hapo. Wakati unashindwa kuelewa huyu mama alikuja hapa kwa miezi 3. Na yake 3 ikiisha aondoke aende kufanya kazi hiyo nyingine ya Mungu. Kwa sababu ashakamilisha. Sasa na ujanja yangu naanza kuomba maombi ya kufunga huyu mama akae hapa. Nimeua kipawa chake na nimeua ile kazi angeenda kufanya kule kwingine. Kanisa inakuwa na ugumu. Kanisa nyingi ziko na ugumu kwa sababu umefunga watu ambao hawafai kukaa ndani ya hiyo kanisa. Wanafaa kuenda. Kuna watu wanaitangwa kingdom builders. Wale ambao wanaenda kuanzisha huduma. Sasa ushike mama kama huyu for example, anafaa kwenda kuanzisha huduma. Amekuja amekusaidia kujenga huduma. Kisha wakati wa kujenga huduma umeisha, ametumwa kwingine. Na wewe unamkwamilia kwa sababu ulikuwa unampenda. Hiyo kanisa yako na huduma yenu itasimama kwa sababu kuna kazi nyingine. Kuna watu wanaomba Mungu tutumie watu wa kuanzisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni kama hivi, wacha niwapatie example mzuri ndio niingie kwa mahubiri. Ni kama hivi, unataka bwana ama unataka mke. Wakati tuliumbwa, Baba wa mbinguni alilalisha mwanamume. Alipolalisha mwanamume akamtoa ubavu. Huo ubavu ukatengeneza mwanamke. Sema amen. Mwanamke alipotengenezeka, kumbuka Bwana alilalishwa. Mwanaume alilalishwa. Ndio unaonanga tunafuatanga wanawake mysteriously. Yaani unakuta mwanaume tu kinakaa tu kinaangalia mwanamke akivita hivi na hako na mke wake hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Huko kwa gari unakuta mwanaume hako inamtumia wako na bibi yako hapa na wewe, lakini unaona mwanamke mwingine kwa sababu mwili yake imejiumba vizuri, unaona kimwanaume tu kinaangalia hivi. Usimlaumu. Sisi tuliubwa, nyinyi mliubwa kama tumelalishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mliubwa, wakati mliumbwa we were asleep. Tulikuwa tumefugwa, tumelala. Kwa hivyo tunaonaga magegania. Tukiona tu mwanamke akipita hivi unaona maua, kwa maana mwanamke ni maua ya mwanaume. Leketobe mumuteivia. Leketobe mumukenia. Haleluya. Luacha tumtengenezee atakaye, yani kufanikisha maisha ya mwanaume lazima mwanamke akue. For a man to be full, kwa mwanaume kukamilika lazima mwanamke akue. Kwa sababu ya nini? Mwanamke ametengenezwa kwa kusudi la mwanaume. That is why wacha tumuumbie atakayekuwa akimfurahisha, akimpendeza, akimsaidia. Wewe mwanamke ni msaidizi wa mwanaume. Kwa hivyo mwanaume hana, kuna vitu mingi mwanaume hana zilipatiwa mama. Ndio huyo mama akiingia kwa maisha yako anaanza kukwambia fanya hivi. Kwa kuna manguo ulikuwa unavaa unakuta nguo hizo zote zimetolewa, zimefichwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna katisha tulikuwa utowangi unakuta kalifichwa na kakatupwa kwa takataka. Ndio usikaone, na unakuta t-shirt tugine tule twa mangere tule twa huko ndani tumepagwa hapo vizuri. Kuna wanaume, wacha niwaambie, si hapa tumekuja kufundishana. Kuna wanaume anakaaga na adawa ya kutoka Made Bakasade. Haoshi. Lakini ikifika mwanamke akiingia kwa hiyo nyumba unakuta hiyo vitu tote tumechange kwa sababu a man is a weaker sex. Mwanaume ako na upungufu mwingi. Aliumbwa bila plan, bila mafikirio ya pili, second thought. Mwanamke ametengenezwa na second thought. Mungu alikuwa na idea anatengeneza nini, lakini ya kwanza Mungu hakuwa na idea. Alitengeneza kimutu tu, akatengeneza mchanga, akakanyaga toro, akatengeneza ikachomoka. Ndio unaona sura zetu ni baya.
Angalia sura kama hii, lakini bado inapendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio inakuanga siri ya mama na baba. Na kupata huyo mtu, mwanamume huyo ama mwanamke huyo ambaye ubavu wake ulitolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupata kama ubavu wako pale iling'olewa ndio itengeneze, yule mama alitengenezwa kupitia kwa ubavu wako. Kupata hiyo ndio inakuanga shida. Na ndio unapata ndoa nyingi ziko na shida. Kwa sababu wewe umechukua huyu na sio ubavu wako. Kumbe yeye ni ubavu wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi nimechukua huyu ambaye huyu ndio ubavu wake. Sasa angalia story inakuaga hapa. Vunja, chukua mbao kadogo kavunje. Bwana Yesu asifiwe. Hebu kavunje. Fanya hivi, kavunje. Ukikarudisha hivi, sikatarudi venye kamevunjika hivi vizuri. Sasa vunja kamoja uweke kando. Alafu uvunje kengine uweke kando. Uchukue kapisi haka na haka kengine, kataigiana? Hakawezi ingiana. Lakini kale kalivunjwa kana uwezo wa kuingia. Utaweka tu glue kashikane. Hivyo ndivyo maisha inakuanga. You find you are with a man. Uko na mwanamume ambaye ubafu ambao wewe unabeba. Wewe umemchukua mwanamke ambaye ubafu wake, huyu jamaa angalia kifua. Unaangalia kisaiti ya kifua ni waida. Wanaitangwa mawaida, si ndio? Ile kifua kubwa kubwa. Kwa hivyo ubafu lazima ukue mrefu. Alafu upatane na kajamaa kama haka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanini kake ni kadogo. Sasa ubafu wake ni mfupi, ubafu wako ni mrefu. Huyu ndio alitengenezwa kutokana na ubavu wa ule. Sasa umechukua huyu ambaye ubavu wake ni mrefu na kile kilikutengeneza ni kifupi. Kwa hivyo umekuja kufix huyu. Lazima kwa sababu yako ni fupi na ya huyu ni refu, utakuta umewacha gap. Haleluya. Kutakuwa na gap ambayo inawacha shimu. Ndio unapata familia wako sawa, wanaendesha magari, wako na nyumba, lakini familia iko na baridi forever. Kwa sababu kuna shimu inaingiza baridi. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you are with the wrong person. Uko na mtu ambaye si wako. Namba 2, uende upatane na huyu mwanaume ubavu wake ni mrefu. Sasa na wewe wako kalikuwa kafupi, ama wewe ulitolewa kwa ubavu mrefu. Umeenda kwa jamaa kama huyu alikuwa na ubavu mfupi. Kwa hivyo ukienda kufix itarefuka. Utakuta imelala imepita juu. Ama sio? Utakuta imefanya nini? Huo ubavu umepita juu. Kwa hivyo kama na ilivujwa, si kukatwa vizuri, ilivujwa. Kwa hivyo iko na meigua. Hiyo mfupa iko na sharp ends. Hizo sharp ends zikikuwa hapa, zikifikisiwa, utaweka glue shikanishe, lakini ukienda kuinuka zinakudunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni ile ndoa unapatanga iko na vita kila wakati. Kwa sababu mnadungana, hakuna amani itapatikana. Haleluya. Amani inapatikana wewe ukitoroka uende kwenu, unakuta mzee anaendelea vizuri na amenunua gari ulipotoka. Na wewe ukirudi kwenu unakuta baba anasema hata tulikuwa tunakugojea hii shamba tukukatie. Because you are in the wrong place. Now kisugumukuti inakujaga hapa. Sasa Jerry anaenda kwa Harrison Ng'ang'a kuomba huko, anatafuta bwana yake. Na mimi ninaenda kwa ni James Maina Ng'ang'a. Naomba Mungu nitafute mke wangu. Mke wangu ameolewa ako Kogoea Mombasa. Naye anaenda kwa wafura kanisa. Ametoa mpaka dhabihu, anaambia Mungu, nipatie mume aliye wangu. Na mimi niko kwa Ng'ang'a, naomba nipatie mke aliye wangu. Kumbe huyo ako Kogoea ndio mke wangu. Unajua ni nini itafanyika? Bwana Yesu asifiwe sana. Kutafanyika kikitu. Tuende mazishi. Tuende wapi? Tuende Kinagofu ama tuende Nyahururu. Yule naye yako huko, kumbe mmoja wao wa rafiki aliyekufa ni mmoja wao. Na yeye akuje mazishi Kinagofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi nisikie rafiki yangu huyu amekufa ni anko yao.
Haleluya. Sasa na mimi yende Kenagofu. Tukikiwa Kenagofu wakirudi hivi, gari inatoboka mguu. Mungu anafanyaga kazi hivyo. Gari ya hawa wa Mombasa inatoboka mguu. Na hawana spare. Inasemekana gari yako iko na spare, tumusaidie ndio tutoke Kenagofu tuende Naivasha tukachejua tayari. Hapo tukikula kanyama na tukiwa kasoda tunabadilishana namba. Kumbuka yule ako kogoea ako kwa mwanaume ama ako na boyfriend. But immediately tumebadilishana namba, huko yule ataanza kuleta shida akisema sasa wewe mtumia mimi siko nafikiria wewe ni mama mjinga hivyo, wewe hata una akili, wewe hata sijui nilikutoa wapi. Sasa inaenda mnaanza kuchokeshana. Na wewe ulikuwa na kigirlfriend, mimi nilikuwa na kigirlfriend huko Nairobi. Hapo kigirlfriend naanza kukitesa, naanza kumwambia wewe umeanza kuenda heba, si nilikukuta na mwanaume hapa juzi, nilikuta nani, tunaanza tena kuvurugana. Kwa sababu ya nini? Huyu Jerry alitoa sadaka huko. Na mimi nikiwa kule nilitoa sadaka. Hiyo sadaka inapoanza kufanya kazi, inaharibu system zote zetu. Ndio system ya Mungu ingie. Ndio nakuta mama ako na watoto 5. Haleluya. Mama ako na watoto gapi? Na ana meno. Amekunywa chang'aa. Bibi yako amekunywa chang'aa kokoea. Hana meno na ako na watoto gapi? Mkikutana huko kwa mazishi unaona ni kasichana. Ukiambia hii hana meno unasema hapana, hiyo ni design ya Mungu. Kwa sababu ni mtu wa ubavu umerudi. Sema ubavu umerudi mahali unafaa. Haleluya. Sasa unakutana na kimama yoga hivi. Lakini wakati mtashikana na yeye, magari zinaanza kukuja. Mashamba zinakuja, wholesale inakuja, supermarket inakuja. Unashangaa, nilikuwa na msichana alikuwa amesoma. Msichana ako na akili, but this was not coming. Leo huyo dali kinyama mpaka mumeenda umemwekesha megego. Sasa amerudi. Sasa ukikutana naye hiki kitu kilikuwa kimeanguka na huko ndani. Ndio hakikuwa na meno. Unaenda unamwekesha meno vizuri. Analebeka. Unamwambia wacha kujipaka tajiri ama Sudani inaitoka binti El Sudan. Wacha Yolanda binti El Sudan. Wacha kujipaka Yolanda. Sasa jipake Nivea. Anaanza kung'ara. Kumbe mama alikuwa na mwili. Ni shida ilikuwa imemlete. Unaona nyama zinaanza kuupika vizuri because you are in the right place. Kwa sababu uko kwenye hata huduma ndivyo zinaikuwa. Unaweza kuhamia Mombasa na wewe ulikuwa ufai uishi Nakuru. Mombasa inakukataa. Unahangaika mpaka siku moja unapeleka mtu Odhoni Nakuru. Ukifika huko unaambiwa hata hii kazi unafanyaga huko. Hapa vitu hizo zinanunuliwa na hakuna mtu. Tunaendaka kuchukua Mombasa. Unasema wacha nitalete mzigo moja. Unapeleka mzigo Nakuru. Kufika tu hivi nakuta watu wamepaga laini zinaenda. Unakaa hapo unapiga simu. Dominai Moligoge. Ikifika tu zinaenda. Unasema wacha sinikopoe kasto. Unakopoa kasto, unajaza watu, unapata favor inaanza kuingia kwa sababu umerudi kule unafaa kuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Our positioning ourselves, mahali tunaingia, mahali tunaenda na kile kitu tunafanya na watu ambao tunatembea na wao, hizo vitu zina determine kule unaenda. Yule mtu mliona na yeye, yule mtu mlianza kazi na yeye, yule mahali chochote unachokifanya ambacho katika maisha yako, vitu vina determine sana kule unaenda. Unaweza kuja kanisa hii ulikuwa na huduma yako ikufe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuja kanisa hii ulikuwa na pesa mingi, pesa zako ziondoke kwa sababu haukutumwa hapa. Unaona hiyo kanisa hapo kwa huyo neighbor, huyo pastor anapiga kelele usiku, ulikuwa umetumwa uende umsaidie. Lakini kwa sababu ni kapasta, unataka kanisa ya pastor, unakuja hapa. Mungu anafuga hiyo pesa kwa sababu si ya hapa, ni ya huko. Hiyo ndio shida ambayo tunakuaga nawe kabisa kidogo. Hiyo ndio shida ambayo tunakuanga nao na tunakosa kujielewa. Kama tungejielewa, uombe Mungu. Ndio unaona wazee wa zamani wakati wa ndoa walikuwa wanafanya uchunguzi kwanza. Wanajua hawa wametoka nyumba gani.
ni mlango gani? Huu mlango tunaoana ama hatuoani? Ndio unaelewa kabisa. Ndio unapata ndoa za zamani, unakuta mama na baba wanakuambia tumeoana sasa, hii ni mwaka 60. Mimi nilioa miezi ngapi? 1 2 3. Mimi nilioa miaka 6, miaka 7. Only 7. Kwa sababu mimi sikuchagua mwanamke, bibi yangu niliangalia sura. Kalikuwa kananyoroka vizuri sana. Nikipita na watu nilikuwa naambia this is my wife. My wife. Kumbe ni sura niliangalia. Sikuangalia msingi ama huyu ni mke wangu ama si mke wangu. Ndio unapata mzee bibi anakufa ama bibi anaenda anakaa ako na miaka 50, wanaenda wanakutana na mwanamke mwingine naye alikuwa na shida zingine, wanashikana. Unaona maisha ya huyo mzee inabadilika. Alikuwa 60 years anabadilika na kuja 45 years. Kwa nini? Ameingia mahali kuna stahili. Kazi ambayo unaifanya unafaa kuiangalia kama ni hiyo ndio umeitiwa ufanye. Pahali unaenda uangalie na ujiulize, is this my business? Is this where I've been called? Kama wewe ni minister of the word, wewe ni pastor, ujiulize kama unastahili. Wakati huo nilikuwa Mungiki tukiwa na kinajeri, lakini tulikuwa bado tunawatolea unabii. Nawaambia hii kitu itafanyika, hii kitu inafanyika, na inafanyika. Now the problem is, was I in the right place? Wakati huo sikuwa na amani kwa sababu nilikuwa najificha kwa huyu, natoroka usiku naenda kujificha kwa huyu, natoroka usiku naenda kujificha. Sikuwa na amani. But when nilikuja nikafungua kanisa, nilipata amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati baadaye nilikuwa na magari mingi, nilikuwa naenda na msafara ya magari, lakini baadaye magari yote iliondolewa. Nikatembea na gari moja. Kwanza kabisa nilikosa mpaka gari. Nikawa sina gari kabisa. Nakumbuka siku moja wakati nilitoka Mungiki, walichoma gari zangu zote, wakachoma nyumba zangu zote. Yule mama alikuwa hapa, nilimuonyesha Sunday. Huyo ndiye alikuwa anaongoza kio kikosi ya kuchoma manyumba zangu. Na kamzee kingine kalikufa, kalikuwa mkuru. Alikuwa anaitwa mtu mwingine atajui. Sasa alikuwa huko Jaria namjua. Sasa hao ndio walipanga ati nimewasaliti. Na kaseni yangu mainajeka na brother yake Joroge. Wakasema nimewasaliti. Walinivuruga. Wakanivuruga nyumba zangu. Wakiwa na mbuga mwingine alikuwa former MP wa Lemuru. Na yeye akakuja, alisimama na bunduki hivi akaniambia toka hapa. Akapiga risasi mbili juu, tio. Akaniambia toka. Walinirushia vitu zangu nje, wakazichoma zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akianza kukutapika. Haleluya. Akikutapika unatapikwa kabisa, unaondolewa, lazima utoke. When God decides to use you, wakati Mungu ameamua this is the time to use you, anything you touch on refuses you until uende kwenye the right position, ndio Mungu aanze kufanya kazi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo unaweza kujishikilia mahali and you are in the wrong place. Usikwamilie mtu ati kwa sababu unaonaga anashika microphone hapa akiiba, kanisa mzima ina kama si wa hapa hata ufanye nini? Dakika ya mwisho atafanya kitu, hii kanisa itabomoka. Bwana Yesu, ndio unaonaga nikiona mtu anataka kuenda na abiaga nyinyi, msijaribu leadership, don't call them. Mpigie tu simu siku moja, ongea na yeye usikie anaongeaje. Maongezi tu kidogo itakwambia huyo alikuwa wa hapa ama alikuwa si wa hapa. Ukiona mtu ametoka na ameanza kwenda kupigana na madhabahu haya huko nje, ameenda amekibia kwa Harrison kusema hii madhabahu, unajua sasa sisi ni watoto wa Harrison. Amekibia kwa Harrison kwenda kuambia Harrison, unajua hiyo madhabahu, hiyo pastor anafanya, huyo si wa hapa. Huwezi kupiga madhabahu yako. Hawezi. Nitoke hapa niende, huyu alikuwa girlfriend yangu, nitoke hapa niende nianza kusema wacha na huyo alikuwa maraya, alikuwa anafanya, alikuwa nakuja, alikuwa nini, ameniletea magonjwa, ameniletea nini. That was not my wife. Haukuwa wangu. We were pretending. Kitu yangu siwezi kakipiga. Hauwezi kupiga kitu yako. Unaenda lakini unafikiria nimefanya makosa, ninarudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mama huyu anaitwa Nancy, rafiki yangu sana. Kama kuna mama napenda ni huyu sana.
Kuna siku alipigwa vita hapa, akapigwa mpaka akaamua akaenda. Akaniambia sasa wacha niende. Alinyoroswa, alipigwa. Ni champion sana huyu huko ya huduma, lakini hapa ilimlemea. Alipanda mlima, akateleza akarudi huko chini. Akapanda tena, akateleza akaamua akaenda. Alienda akapiga duru zake huko, akapiga duru. Dakika ya mwisho nilimuona hapa. Kwa sababu ni wapi? Kazi yake haijakamilika. Siku kazi yake itaisha kwa hii nyumba, hata ujaribu kumubebeleza, hata umuite baby, hata umuite sweetie, hata umwambie kuna gari imeshuka ni yako, hawezi. Na akijaribu kukuja hapa anaangamizwa, anaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mama unaona, huyu amesema juzi tulikuwa huko juu kwa mlima tukiomba, nikamwambia wewe kuna pesa inakuja 120. Sasa huyu mama aliletwa na mama mwingine hapa, mnakumbuka. Huyo mama alipomfikisha hapa, alikuwa anakuja wakaage hapa, wakuwa wanaabudu hapa. Lakini mama alipokuja sasa, huyu nikawa nampendelea, namtuma, namwambia find pale. Kumbe huyu mama alikuwa hafurahi nikituma huyu. Sasa nikachukua namba ya huyu, nikamwambia iandikwe kwa kitabu ya members wa kanisa. Hakufurahia. Alianza kupiga yule, kumwambia wachana na hiyo kanisa. Hiyo mimi niliona kwa gotile na agai. Sasa huyu anamuuliza, si wewe ndio ulinipeleka? Ukinipeleka huko anajua hakuna Mungu. Ulijua baada ya mimi kufika? Mimi huko sitoki. Ni kwa nini? Huyo alikuwa wa kukufikisha. Akikufikisha anaondoka. Hakuagi na kazi nyingine. So ukiona mtu amekufikisha Rahabu, amekufikisha hapa na ameenda, usimfuatilie sana. Labda hiyo ndio ilikuwa kazi yake na ilifika. There are people, they are called, we call them destiny connectors. They just connect you. Hakuna pesa anakupatia, hakuna kitu kikubwa, lakini anakupeleka mahali unafaa. Ukifika tu sawa, anaanza kuchukia mahali hapo, na anaanza hata kukwambia tume huko tiko kwega. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nataka kuangalia vitu vichache sana. Sitaki kuenda sana kwa sababu muda siwe mzuri, na from next time nitakuwa nikisimama saa 7 kamili. From next time nitakuwa nikisimama hapa saa 7 kamili, tunamaliza saa 8:30. Tumepanga hiyo ratiba kwa sababu hapo kwanza mwede utakuwa unakuja, in between utapatiwa watu wako na testimony, you lead them here to give their testimonies. Get me? Yes. So that we need people to testify. Ndio watu huko nje waone Mungu amefanya nini. So that tunakuwa on air muda mfupi ambao uko na impact. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuangalie vitu ambavyo vinazuia upenyo wako. Things that hinder your breakthrough. Vitu ambazo zinazuia upenyo wako katika maisha. Utaimba baadaye. Ujitayarisha na wimbo moja. Forces that hinder your breakthrough. Tutasoma kitabu cha Leviticus ama mambo ya Walawi 26. Leviticus 20 from verse 8 mpaka tuende 20 hapo hivyo. Mambo ya Walawi 8 mpaka Walawi, mambo ya Walawi ni Leviticus, maundu ma Alawi. Nanyita shosho? Digo kuonete kugeithia. Haleluya. Mwathani agocwo. Uri okay. Ni murahoera kana ni mwatigire? Mutumia uria watumite nyondo icoke na thutha ni eku? No, okay. No, muthaithe tu. Ndenda tumuhurire thimu, okay. Ne caria namba yake ne kwenda twari. Ne njo murekere, ndendo murekere. Ndio muhoire nyondo igicoka mugongo. Na turamuhoera nyondo iracoka na guku. Ndukire kio kia tuhe wira. Twende tumuhoere maundu macio mehere. Caria namba yake uhe. Mutikwaria nake. Ucarie namba yake uhe. Jari. Huyu mama aliombea mama nyonyo zikaruka kwa mugongo. Unataka kama huyu? Wale watu wamekukosea? Jari nataka kama huyo. Kuna mama mwingine ananitakaga kia nguvu. Sasa ananitakaga kia nguvu. Huyo mama ako na shida sana. Sasa huyu mama alisema alisema juzi. Akasema, "Hawa wanawake wananizuia, ananizuia
bwana yangu nitawakulisha nyasi. Sasa mkiona mtu ameanza kukula nyasi hapa, ujue wewe ni umezuia mtu. Sasa huyo mtu amebeba Biblia kwa mfuko, si ndio? Na anasema atakulisha. Si amekwambia yeye ni nani? Nitawakulisha nyasi. Si already amekwambia yeye ni nani? Amesema ya uhitaji Mungu akuja hapo, unajua sasa huyo ni nani. Unaanza kudili na yeye kama mnyama. Haleluya. Mtakula nyasi. Morin. Morin. Mtakula nyasi. Mambo ya Walawi kutoka hapo. Tena imeenda wapi? Si tupelekwe shule yake tufundishwe hii mambo ya Walawi. Wewe usinipige picha nikitafuta hii kitu. 26. Unajua kuna watu wanatafuta venye watachafulia mtu jina hata hajui kufungua Biblia. Na ndivyo wanatuligiaga. Watu wa makamera wanakuwaga wajanja. Si unaona sasa ameanza kupiga eti kwa sababu nimetaja hiyo. Mambo ya Walawi 26. Nipatie Biblia. Chana hii vitu za utodi hapa. Yes, good. Katika kitabu cha mambo ya Walawi tutazungumzia mambo ya vipi hatima zetu zinafaulu na ni kwa nini zinakosa kufaulu. Why we fail and why we don't fail. Naona my friend Jared yuko hapa, nitakupatia wakati baadaye. Ndio nataka tufanye tournament huko Mukuru. At least I want to say thank you to God. Nifungulie mambo ya Walawi Kiswahili. Nataka nijifundishe kufundishana na Kiswahili kwa sababu ya hawa mama. Kuna watu walicomplain mahali ni wakasema ati huyo pastor anazubiri na Kizungu. Na wamama wazee wako huko. Wakauliza hawa mama wanasikiaga, unasikiaga Kizungu? Mama mwingine akasema kule kwao kanisani pastor wao alikuwa analeta watu wanaongea Kizungu. Akipreach watu wanasema wanajua, lakini kumbe pastor akadetect, akajua hawa watu hawasikiagi Kizungu. Akauliza ni wangapi wanasikiaga Kizungu? Yeye peke yake ndiye alinua. Kumbe watu wana kwa sababu ni bishop alisema wanakaa tu huko ndani. Hii ni mambo ya Walawi. I told you I need a Kiswahili Bible. Good. Enda sasa. Lakini ni ile imechanganyikana na Kizungu. Isina? It's okay. Inachanganyikana. Sema it's okay. Sawa tu mami. Hii kazi zida. Kisha akamtia kile kifuko cha kifauni. Ano. Shika. Leviticus 26. Todo mamumererie tu Githungu. Muvumirie tu Kizungu. Leta hii mama. Leta. Kaa chini sasa. Thank you. Imepotea. Hii maneno ni gumu. Kweli biguni ni gapi? Ni bali. 26 verse 8. Umetoa? Nini verse 8? 26. Pasalizi anapiga. Hiyo ndio shida. Aya, tusome 26 verse 8 inasema. Tuanzie verse 6 hapa, ama tuanzie verse 1 hapo. You shall not make verse 3. If you walk in my statutes and keep my commandments, then I will give you rain in its season, and the land shall yield in its produce,
and the trees of the field shall yield their fruits. Your threshings shall last till the time of the vintage, and the vintage shall last till the time of sowing. You shall eat your bread to the full, and dwell in your land safely. I will give peace in the land, and you shall lie down, and none will make you afraid. I will rid the land of evil beasts, and the sword will not go through your hand. You will chase your enemies, and they shall fall by the sword before you. 5 of you shall chase hundreds, and 100 of you shall chase thousands. Praise be the name of God. Biblia inasema kuhusu kutii amri za Mungu, kufuata maelekezo ya Mungu, kufuata mapenzi ya Mungu. Biblia inasema ya kwamba, na kumbuka tunaangazia vitu ambavyo vinazuia wewe kuweza kuendelea. Kitu cha kwanza ambacho kinazuia tuendelee katika maisha yetu, forces that hinder your breakthrough. Kitu cha kwanza ni madhabahu ya kishetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa Biblia inasema mkafuata amri zangu na mkakaa kulingana na mafundisho yangu, basi na mimi nitawapatia nguvu. Wakati wa mavuno yenu mtavuna vizuri, na mtavuna kwa wakati wake. Wakati wa kukula mtakula kwa wakati wake. Wakati wa kufaulu mtafaulu kwa wakati wake. Eti watu 5 miongoni mwenu mtafaulu kufukuza mamilioni na maelfu ya watu, na watu 100 watafukuza watu wengi zaidi, watawashinda vita. Ni kwa nini? Wakati mtatii na kukakaa, I thought you be here. Ni wakati mtakaa na mtatii kulingana na amri za Mungu na mapenzi ya Mungu, hakuna kitu ambacho kinafaa kukuzuia. Hakuna kitu kinafaa kuzuia kazi yako. Baraka zinakufuata mahali popote unaenda. Lakini sasa nikuulize, madhabahu haya tunayosemea evil altars ama madhabahu ya kishetani ni magani haya? Madhabahu ya kishetani ni mengi. Kama umewahi kuenda kwa mganga, hiyo ni madhabahu ya kishetani. Kama umewahi kufanya usherati, hiyo ni madhabahu ya kishetani. Kama umewahi kutenda mambo ambayo ni kinyume na amri za Mungu, hiyo ni madhabahu ambayo yanainua shetani mwenyewe kuliko kuinua Mungu. Kwa hivyo, what is this that causes the evil altars? The evil altars ni madhabahu ambayo yanaenda kinyume na Mungu. Kitu chochote ambacho kinakaa kinyume na Mungu, ambacho kimeinuliwa kikiwa ni kitu cha kiroho, basi kinaashiria na kinafanya kazi ya kishetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata madhabahu haya yanaweza kukua nafikiria ni ya Mungu, kumbe upate ni madhabahu ya shetani, kulingana ni nini kinafanyika kwenye nyumba hii, kulingana ni maombi gani ambayo inafanyika katika nyumba hii, kulingana ni sadaka za aina gani zinatolewa kwenye nyumba hii, kulingana ni watu aina gani wanakuja katika nyumba hii. Hiyo inakuletea uashirio wa kuelewa ni nini ambacho kinafanyika kwenye ile nyumba. Hicho ndicho kinakwambia ni madhabahu gani yanayotumika katika nyumba hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mahali kuna madhabahu ya Mungu, kuna testimony ya kusema Mungu ametenda. Kuna urahisi wa kuishi, kuna urahisi wa kufanya kazi, kuna urahisi wa kukaa, kuna urahisi wa kutembea, kuna urahisi wa kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Mahali kuna ugumu, yes, unakuta unaabudu, mnafanya vitu vyote, lakini kuna ugumu wa kufanya kazi. Umefanya vitu zako zote, lakini there is difficulties. Kuna ugumu unapojaribu kufika kwenye bahari unafaa kupata baraka zako, kitu kinafanyika, unaondolewa. Linaitwa near success syndrome. Wakati unakaribia kufanikiwa, ndio unakuta kitu kinaondolewa. Wakati unakaribia kwenda kukula, kunatokea polisi, mnaambiwa muingie kwa kirori. Wakati unakaribu kulima, unasikia jua imekuja, imekausha mahindi zote na hamkuna kitu mmevuna. Hapo kuna madhabahu ya shetani. Either madhabahu hayo wewe ndio uilete, ama uliyakuta, ama area ambayo unaishi iko na madhabahu ya kishetani ambayo iliinuliwa bila wewe kujua, lakini umekalia hapo. Kwa hivyo maeneo ambayo unaishi yanaweza kusababisha upungufu katika maisha yako. Unaweza kumaanisha kama sasa tuseme Kiandutu
Kiandutu hakuna kitu kinaweza toka huko kina utajiri, maana ndutu inaashiria umaskini. Kwa hivyo madhabahu ya mtu aliyeanzisha huko, alianzisha kwa sababu ya umaskini. Kwa hivyo yoyote atakayeingia huko, akiwa tajiri, akiwa maskini, wote watafanana, maana msingi wa hapo unasema hapa ni Kiandutu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna maeneo unaingia, milango yako inafunguka. Kuna maeneo, kuna nyumba unaweza komboa uingie, upate shida zinakuingia. Unaweza komboa kanyumba tu, kadogo tu, kanyumba ka 10 by 10, uweke biashara yako inanawiri. Utoke hapo uende mahali kama Doni Home, upate nyumba kubwa mzuri kwa sababu kazi yako imefanikiwa. Uende ufungue kazi yako, hiyo kazi yako yote ianguke. Kwa nini? Madhabahu ile inaongea katika eneo hilo. Hiyo ndio inasababisha wewe kuendelea ama kutokuendelea. Mama yako ama baba yako walikuwa naabudu miungu gani? Walikuwa wachawi, walikuwa waganga, ama walikuwa wanafanya vitu ambavyo ni vya kiushetani, kizingaombwe. Kama walikuwa watu wa kwenda kwa waganga, wewe bado uko kwenye madhabahu ya waganga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama walikuwa wanatengeneza pombe ya muratina, ambayo pombe ya muratina kwa Wakikuyu ilitengenezwa kama madhabahu, kama bado mama yako ama baba yako ama shosho ama guka alikuwa anatengeneza kitu kama pombe ya muratina, kwa maana walipotengeneza pombe ya muratina walichinja mbuzi, wakamwaga damu, kisha wakati wa pombe hiyo ilitengenezwa walimwagia wale ambao wamekufa, wale ambao walikufa kitambo, wakawanywesha damu hiyo, wakawanywesha pombe hiyo, kisha wakawataja majina. Kama ni baba yako, ni guka yako, wakawataja majina, wakawaambia, wewe ulienda zamani, wewe kunywa. Kisha akakunywa, akatemea kifua chake, ni kumaanisha ametoa sadaka kwa hao ambao walienda. Ndio unasikia hii chama hii inaitwa Kiama, na hii ingine inaitwa Kedamuhoru, na waganga wanafanya hivyo kufufua maroho ya wale walikufa zamani. Gomi kwa Wakikuyu, kufufua maroho ya wale waliokufa, kumaanisha tuende sasa city mortuary, wale watu wamekufa tuambie niobeeni, wewe nisaidie, wewe nifanye, ukaende ukapelekwa kwa hawa waganga, kwa sababu hiyo ni madhabahu ya shetani. Hiyo kiama na hiyo mambo ya waganga, sijui maina sijui nini, hizo zote ni madhabahu ya shetani. Mtu yote atakayekupeleka kukwambia tuende tukazungumzie wale ambao walikufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nini unaweza kwenda kupata kwa wale walikufa? Saa hii ukashikwa, saa hii uende upelekwa city mortuary, wale watu wa city mortuary wakuigise jani, washike mlango, wafuge, watoroke, utapata amani? Saa hii waseme baba yako amekufa, baba yako, God forbid, si wewe, nasema baba yako amekufa, mama yako amekufa, ama mke wako ambao unampenda amekufa, uambie atalala kwa kitanda moja na wewe, utakubali? Mutatoka bio. Ile mila ya huko kwa western, hiyo ndio inawaforce, ni kulazimishwa, kwa sababu ni mila ya huko. Lakini nikuulize, unaweza kulala nyumba hiyo? Hauwezi, utatoroka. Ni kwa nini sasa? Kama hiyo kitu kiiba, hiyo maiti iko hapa, mko nayo hapa kwa hapa, unaambia ukae nayo hapa kwa hapa, hauwezi kukaa nayo. Lakini unaambia tuende kwa kaburi, tuite guka wa guka, tumumwagilie pombe kidogo, tumpatie kunywe, tumumwagilie shosho kidogo, tumpatie kunywe, tumwagilie anko kidogo, tuwapatie wakinywe. Hiyo ndio inaitwa kufufua madhabahu ya kishetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu yoyote ambaye anaenda kumwaga hiyo pombe kidogo kidogo ni mfuasi wa madhabahu ya kishetani, na kutoka hapo kunatokeanga vifo na mikosi katika familia. Sijui kama mnanielewa. Immediately ukijiconnect na madhabahu hayo, kile kitu kinaanzanga kutendeka ni vifo ambavyo vya ghafla, ni mambo ambayo ma accident ya ghafla, na umaskini wa kighafla inaanza kutokezea. Divorces zinaingia, unakuta familia ambayo ilikuwa imeshikana vizuri inaingia divorce. Kutoka hapo familia ambayo ilikuwa imeenda vizuri, watoto walikuwa wanaenda vizuri, wanaanza kubadilika kuwa majambazi na wezi na mikosi. Unakuta polisi walikuwa wanafuata mwizi, wakafikiria huyu mtoto ndiye alikuwa naiba. Unasikia mtoto amepigwa risasi na alikuwa anachota maji, kwa sababu umefufua
wale watu waliokuwa wamekufa. Na hao watu ambao wa zamani walikuwa wamekufa walikuwa wanatoa sadaka ya kutoa mbuzi, na umewafufua na damu haujamwaga, kwa hivyo watajiitisia hiyo damu. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why we have so many people who are suffering. That is why tunapata watu wanateseka. Watu unakuta familia ni ya watu wamesoma sana. Familia mzima unakuta ni madigrii tupu, lakini wote ni makaga, wengine ni hoka. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu alialika mizimu ya watu waliokufa. Kuna madhabahu ambayo yanazungumza. Mtu yote anafufua mizimu ya watu waliokufa, huwa anafufua roho ya umaskini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa watoto kwa sababu wanatawaliwa na roho aliyekufa, biashara itakufa, ndoa zitakufa, maisha itakufa, hakuna kitu kitaendelea. Watoto wote wataishi kwa umaskini. Kwa nini? Kwa sababu wamefufua maroho ya waliokufa, na kitu kimekufa kinasababisha kifo katika familia. Sijui kama tunaendelea. Hiyo ndio kusudi ya kuona. Hizo ndizo vitu ambazo zinazuia baraka yako. Labda umefanya biashara. Kuna watu unaweza fanya tu na yeye biashara. Unafanya tu, mnaanza na shilingi milioni 100 na milioni 100. Mnaanza biashara, lakini ikienda miezi 6 hiyo biashara inaanguka. Mnapata mkosi, mnaenda China, mnasikia meli yote ilimwagika, ikaaguka. Vitu zote mliuziwa zilikuwa fake. Ni kwa nini? Kwa sababu kuna roho ambaye imefuata mtu mmoja wenu. Na hiyo roho ni ya umaskini. Roho itokanayo na mizimu na uganga na madhabahu yaliyojengwa, madhabahu ya shetani. Madhabahu ambayo hayaashiri kwenda mbele, bali ni ya mashetani. Madhabahu ambayo yanasababisha ndoa kuanguka. Madhabahu ambayo yanasababisha watoto wako hakuna hata mmoja anayeweza kusaidia. Unakuta mama uko na miaka 80, lakini mpaka sasa wewe ndio unatafutia watoto wako chakula. Mama ako na miaka 70, badala watoto wako wakulishe, yako lemia mafuti kuhura nguo nigeza utumie mtoto wako chakula, maana hana. Amezaa kuzaa kwako unakuta ni kama secondary school ya vitoto. Anasikia haka ni kajeri, haka ni kamwaliki, haka ni kanani, haka ni kwa ule msichana alikufa kwa baa, ati aliingia tu akaaguka kwa baa. Huyu ni ule kijana mnasikia alipigwa risasi Kitegera. Huyu mtoto, hawa wengine unasikia ile gari ilianguka Nakuru, hawa ni watoto wake. Unakuta wewe uko na miaka 70, lakini kila kitu unafanya ni kulea wajukuu wako. Biblia inatuambia baraka zako zitakufikia wewe, zifikie watoto wako, watoto wako, na watoto wa watoto, mpaka kizazi cha 5. Kama unaona wewe mwenyewe hata kizazi chako hakijabarikiwa, kuna laana inatembea katika mji huu. Kuna madhabahu ambayo yanaongea kwenye nyumba hiyo, na hiyo madhabahu lazima ivunjwe ndio muweze kuachiliwa huru. That is one thing that hinders your breakthrough. Ukaangalia kuna mambo kama hiyo yamekuzuia, hata ufanye nini hauwezi kuondoka. Hata usimame aje, hata uende kanisa ya gani, hata uombewe na nani, mpaka wakati mta-address hiyo issue ya madhabahu, mpaka muende muaddress. Kama shosho yako ama mama yako alikuwa mugaga, muende mpaka huko kwenu, muvunje huo uganga ambao uko ndani ya compound hiyo. Kama anko yako alikuwa muuaji, alimwaga damu, mpaka muaddress hiyo damu ambayo ilimwagika. Kama aunti yako alikuwa msherati, lazima muaddress that issue ya usherati, kwa sababu kuna watoto umeitanisha na huyo aliyekuwa msherati, na unakuta katoto hako ni kasherati. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta huyo jamaa ambaye umeitanisha na anko mwenye alikuanga mwizi, alikuanga muuaji, unakuta katotoke tujina majina yake yote. Kwa hivyo majina yana connection na madhabahu. Ile jina umeitwa nani, alikuwa nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama uliitwa kwa mfano uliitwa Mutuko kwa Wakamba. Mutuko ni mtu alizaliwa usiku. Ukiangalia tabia na mienendo ya Mutuko inakuwa ni mambo ya usiku, ni giza. Hata biashara mkifanya naye lazima itaingia giza. Lazima uende uzungumzie hiyo jina. Kama iliitanishwa na mtu mwenye ako na laana, kama ni guka yako na alikuwa na laana, na jina hilo mkiita watoto wanashidagwa, hawatebeagi, wanafika miaka 6 kanakufa miguu, kanakuwa kiwete, ama kanakosa kuogea.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hiyo jina, huyo mzee kuna kitu alifanya, na hiyo kitu kilisababisha jina lake lilaaniwe. Kama jina la mtu lilaaniwe, kisha ulibebe, uite mtoto wako hilo jina, hata huyu mtoto atalaaniwa, kwa sababu hiyo jina imebeba laana mpaka huko. Ndio liona Yakobo wakati alibeba jina ya Esau, akalinunua chakula ya Esau kwa kubeba jina ya Esau. Akabeba kutoka siku hiyo, akasema niuzie nini? Urithi. Wakati jina ni pamoja na urithi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina ni moja na urithi, kwa sababu ukinunua jina, ukinunua urithi, umenunua jina, tabu zako na kila kitu, maendeleo yako na vitu vyote ambavyo vinaambatanishwa na wewe, unavibeba pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Yakobo wakati alinunua chakula, alienda alinunua jina ya Esau. Kutoka hapo jina Yakobo iliondoka, maana ametoa sadaka ya kumshikanisha. Kutoka hapo akaacha kuitwa Esau, akaacha kuitwa Yakobo, akaitwa Esau. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka siku hiyo ndio shida zilimfuata, akatoka kwake akatoroka, akaenda mpaka kwa ango yake anaitwa Laban. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiwa kwa Laban akateswa miaka 7 kwa ajili ya mwanamke, akafanya kazi miaka 7 kwa ajili ya mwanamke. Lakini sasa wakati wa kuchukua mwanamke, akaambiwa mwanamke wa kwanza ndio anaedaga kwanza, ndio wa pili anaenda. Hebu niambie, miaka 7 unaishi kwa mtu 7 good years, na haukuwahi kujua ya kwamba mwanamke huyu ambaye ninamfanyia kazi, yeye si ambaye ataenda kwanza, lazima mwingine aende. Alifungwa kwa maana roho ya Esau alikuwa akitembea ndani yake, maana alinunua urithi wa Esau. Kwa hivyo akaacha kuitwa Yakobo aliyebarikiwa, akakuwa ndani yake ni Esau anafanya kazi. Kwa hivyo alifanya kazi miaka 7, akaambiwa hiyo yote ni zero. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tena akaambiwa fanya kazi tena miaka mingine. Nipatie kale kakiti kadogo, kale ka watoto. Akaambiwa tena lazima ufanye miaka ingine 7 kwa huyu mwingine wa pili. Mwekee huyu mama hapa. Kanyaga hapa. Alafu tafute, mpatie leso. Akaambiwa nitafutie leso hapa. Mpatie. Kisha akaambiwa ya kwamba lazima ufanye kazi nyingine miaka mingine 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio uweze kupata mke. Hiyo ndio mateso ya kubeba laana. Hiyo ndio mateso ambayo alipata baada ya kununua urithi wa mtu ambaye Mungu alikuwa amemkataa. Maana wakati wa kuzaliwa Rebeka aliambiwa uko na watoto 2, mmoja nampenda na mwingine wa pili namchukia. Kwa hivyo Yakobo aliponunua urithi wa Esau, alinunua kitu ambacho kimechukiwa. Kwa hivyo uchuki ilimfuata mahali popote alienda. Akitoka kwa angoli yake bado alikumbana na vita, mpaka wakati malaika alikuja, wakapigana usiku mzima, wakang'ang'ana usiku, wakamenyana usiku. Kisha asubuhi wakati malaika aliona hiki keke kemodo ne kelimo, kwa sababu roho ya Esau ilikuwa inamwambia huyu, ikamfuga macho. Hakuona malaika, alikuwa anaona wale wanaitwa gay. Alikuwa anafikiria huyu mwanamume anataka kumwambia piduka. Aling'ang'ana akang'ang'ana kwa sababu roho ya Esau haikufungua yeye macho. Roho ya Esau ilimbana macho. Roho ya Esau alimkabili kwamba hakuona huyu ni malaika, aliona ni mwanaume wa kawaida. Mpaka wakati malaika wengi wanatembeanga usiku, nitawafundisha hivi karibuni, next Wednesday nitawafundisha malaika wanafanya kazi aje. Mpaka malaika wengi hawatakangi kuonekana. Hakuna mahali alisema, unaona kwa Biblia wanasema tuliona malaika. Ni mtu mmoja. Malaika anakujanga, anakutafutanga. Ndio unaambiwa utafute wakati, uende ukae mahali peke yako, ndio Mungu aongee na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Uende uongee, kwa Mungu anaongeanga ukiwa peke yako. Solomon alipotoka mlimani, mahali alienda kulea, Mungu akamtokelezea.
Yakobo wakati alienda pale Betheli akajiekelea kajue hivi, ndio aliona malaika wakipanda wakishuka. Hakuna mtumishi hata mmoja amekwambia tuliona malaika. Hakuna. Malaika anakujanga kwako peke yako wakati umempatia nafasi, unatulia peke yako. Kwa hivyo ni vizuri kutenga wakati wako na Mungu ndiye akutembelee. Mungu hakutembeleangi ukiwa busy. Mungu hakutembeleangi ukiwa kila wakati uko kwa simu, kila wakati uko kwa biashara, kila wakati uko na hii, kila wakati uko na watu, kila wakati unafanya, kila wakati hawezi. Hakuna siku utamuona Mungu. Mpaka wakati utakuwa peke yako ndio anakunyemelea. Huyu Yakobo usiku huo alikuwa peke yake. Alipokuwa peke yake akakuja akaingia, akakuja akashika huyu jamaa, wakang'ang'ana. Alikuwa anataka kumbariki. Wakati Yakobo alijua huyu ni malaika, alimshika akamwambia, hutoki hapa mpaka unibariki. Kisha malaika akamuuliza tu swali moja, unaitwa nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Unataka kuniambia waling'ang'ana usiku mzima bila yeye kujua ni nani? Alikuwa anajua. Akamuuliza, unaitwa nani? Kisha Yakobo akasema, mimi naitwa Yakobo. Kumbe hiyo jina ya Esau ilikuwa imemfunga, ilikuwa imemnasa, ilikuwa imemkoroga. Wakati alitaja mimi ndio Yakobo, jina lake likabadilishwa, akaletwa tena kwa baraka za Yakobo. Esau akaondolewa. Esau aliondoka wakati alisema mimi ni Yakobo. Kwa hivyo mambo mingi lazima ukiri kwa mdomo wako. Lazima ukiri kwa mdomo. Akasema mimi ni Yakobo. Aliposema ni Yakobo, malaika sasa akaanza kudeal na Yakobo. Maana alikuwa anataka kuondoa Esau, arudishe jamaa kuwe Yakobo. Na kutoka hapo akabadilishiwa jina, akaambiwa wewe si Yakobo tena, wewe utakuwa Israeli ambaye ni mbarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio alikubalika kurudi nyumbani, lakini baada ya kuvunja madhabahu aliyokuwa amejiekelea. Kwa hivyo mambo mingi tumejiekelea, mambo mingi tumejinunulia, mashetani tumebeba. Sisi ndio tulienda Mombasa tukanunua majini, sisi ndio tulienda Migori tukanunua uchawi, sisi ndio tulienda Ukambani tukanunua hilisi, sisi ndio tulienda Kisii tukanunua vinyabirilia. Hizi vitu vyote sisi ndio tulilete. Zililetwa na mama zetu, zililetwa na baba wetu, zililetwa na nyanya zetu, zililetwa na maguka wetu. Sisi wenyewe ndio tulienda tukanunua, tukalete, tukajiwekelea. Hizo ndizo zinakukula. Hakuna kitu ambacho ni cha nje kinaweza kukudhuru wewe. All that you bought, all that you brought, kitu yote ulikilete ukafanya mahusiano na maagano, hiyo ndio inaweza kukudhuru. Lakini kitu kama haujafanya mahusiano wala maagano, hakuna kitu kinaweza kukudhuru. Maana there is no covenant. Hakuna covenant, hakuna maasiliano. You can only be affected by which you have a covenant with. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio nguvu na athari za madhabahu. Madhabahu ya kishetani. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anatumia njia nyingi kutufundisha kuona madhabahu haya yameweza kuvunjwa, yamevunjwa namna gani. Haya Mungu anakupelekea Yakobo. Mungu alijua ni mimi tu nina uwezo wa kusaidia hiki kijamaa. Kwa sababu hakuna mtu alijua ni nini alifanya. Yeye mwenyewe Yakobo hakuwa anajua, maana ni tamaa alikuwa nayo. Tamaa tu ndiyo alikuwa nayo. Hakujua mahali amejipeleka. Hakujua kile kitu amefanya. Kuna matamshi na maneno ambayo mnapatiananga. Kuna mambo ambayo mnasemanga ambayo hujui yana madhara gani. Hujui yako na madhara magani. Lakini ulisema akiangaini huko, mbona akiangaini yeye ndiye ese, akiangaini sifanyi. Hiyo ni madhabahu unainua. Akiangaini itakuja kuzungumza wakati wake. Wakati utahitaji kuondoka ndio unasikia madhabahu hiyo inasimama. Wakati unaenda kubarikiwa ndio madhabahu hiyo inasimama. Wakati unaenda kufanya jambo ndio madhabahu hiyo inasimama. Na inaposimama inakukumbusha tu, kumbuka ile kitu. Si kumbuka tu vile tulikuwa nafanya na wewe Jerry. Kumbuka venye tulienda mahali tulienda. Kumbuka ile kitu tulifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio napata Mkristo, mapasta wengi wamebarikiwa, wako na anointing lakini hawana breakthrough. Is a pastor,
ako na anointing akisimama hapa anasema kaka unaona mapepo yanaondoka, lakini baadaye hana breakthrough, financial breakthrough hana. Kanisa ni maskini, yeye ni maskini, familia kwao ni maskini, kwa sababu lazima uaddress ni nini kilikufunga. Kuokoka kwako hakuna uhusiano wowote na madhabahu ambayo inafanyika kwenu. Kuokoka ni unapata ufunuo. Kuokoka ni kifunguo cha kuanza kujielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapookoka umeletwa kwenye spiritual realm, umeletwa kwenye anga nyingine ya kuanza kuelewa ni vitu gani. Macho inafunguka, ndoto zinaanza kukuja, unaanza kuona unalea vitoto vidogo vidogo, unaanza kuona vitoto hivyo. Ukiona uko kwenye ndoto kuna katoto unakalea, ulizaa, huyo anaitwa spiritual baby. Hiyo ni shetani. Cha kuniangalia macho ya huruma, hako ni kashetani, ni roho ya shetani ya ambayo umerushiwa, inakufunga maisha yako. Mahali popote utaenda, umasikini na magonjwa hauelewi. Ukiwa na katoto uliona ukikanyonyesha, uliona ukikalea, huyo ni spiritual baby. Mulizaa na spiritual husband. Unalala usiku, unakuta asubuhi haukuwa na mwanaume, lakini unahisi mwili yako imelalwa nayo. Kuna mwanaume alikuja wa spiritual akalala na wewe, na alipolala na wewe aliweka maroho ndani yako ya kukufunga. Mnakuwa na covenant. The day you kwa ndoto zako unaona mkilala na mwanaume, ama unalala na mtu ambaye haumuoni, humuhisi, lakini unasikia kuna kitu kinafanyika kwa mwili wako, kuna covenant fulani ambayo inafanyika. Wanatoa spirit yako wanaipeleka kwenye waganga, wanatoa spirit yako wanaipeleka baharini, wanatoa spirit yako wanapeleka kwenye shimo mahali wanaishi hawa waganga na hawa waabudu wa shetani. Ndio wanakucontrol. Kutoka unapata kuna mikosi itakuwa ikikupata, accident after accident, confusion after confusion. Kama ulikuwa na kazi mzuri, unapata wizi unaingia kwenye kazi yako, hasara inaingia kwenye kazi yako. Wewe mwenyewe unapata pesa, lakini haujui matumizi haya pesa hiyo venye inaenda. Pesa inapotea, amani inakosekana kwa nyumba, mapenzi yanakosekana kwa nyumba. Yule mume ambaye mko na yeye unasikia haumutaki kabisa, ama mke mlikuwa naye na mapenzi mazuri haumutaki, maana kuna kitu kimewekwa katikati. Kuna madhabahu fulani, kuna spiritual husband, kuna mwanamume wa kiroho ambaye ameingia katikati, kuna mwanamke wa kiroho ambaye ameingia katikati. Unakuta wewe hupendi, na unapata wanaume wengi ambao wako na spiritual wives wanafanya kitu inaitwa masturbation. Uko na mwanamke kwa nyumba, ni bibi yako na unampenda, mama watoto, lakini unamwacha hapo, unaingia bathroom, unafanya masturbation, unarudi kulala na yeye. Akikuguza unarusha mkono yake, kwa sababu unasikia ni kama kimawe, kwa sababu ushafanya na yule mpenzi wako. Mwanamke na yeye anaingia bedroom, anafanya hivyo venye anafanya, kwa sababu ako na mwanaume wa spiritual. Mwanaume nikienda huko na kuangalia hivi na kuita baby, na baby yao ngoma wewe eti baby tena ko nigo umaraya. Sai unakuta matusi, mambo mengi machafu yanaongelewa. Kwa sababu ya nini? Already uko na mwanaume ambaye ni wa kiroho, na nikifika hapo lazima asababishe vita kwenye hiyo nyumba ndio nisilale na wewe, sababu nikilala na wewe ni kuna mambo ambayo nitavunja kutoka kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio kujua kama kuna misingi kama hiyo, kama kuna ndoto za kulalwa na wewe, ndoto za kuanguka kwenye mashimo, ndoto za kuona umechukuliwa uko angani, ama umepelekwa kwenye bahari, ama unazaa katoto kadogo. Kuna madhabahu ya kishetani ambayo yanatawala nyumba yako, yanatawala maisha yako, yanatawala kazi yako. Maanisha hakuna siku hata moja utafaulu kwenye biashara yako, ndoa yako haitasimama, kazi yako haitasimama. Ila kitu utakutana nayo ni umaskini, accident, confusion na kupoteza mali yako, kwa sababu wamekuja kukuhangaisha, wamekuja kukuharibu, wamekuja kukudestroy. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuingie ya pili ambayo nitakamilisha hapo ya pili, kwa sababu naona ni nyingi na naona mmeanza kufikiria kwenda nyumbani. Tuwachie hapo ama tuendelee? Umeboeka? Haya, twende ya pili ambayo inasababisha vitu zako kukwama. Ya pili ni kitu kinaitwa unforgiveness, kutosamehea. Kusameheana ama kutosameheana ni kitu kiko kwenye Biblia.
Yesu anasema katika ile ombi, our Father art in heaven, hallowed be, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako. Yeah? So tupate microphone yako baba. Patia mmoja anajua. Sema, ule mmoja anajua, sema. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee makosa yetu. Alafu kama tunasomea wale wengine, utusamehe makosa yetu. Hiyo ndio ombi peke yake iko na condition. Kama vile tunafanya kwa wengine. You must, to seek forgiveness from God, you must forgive others. That is the condition. Lazima ndio wewe usamehewe, lazima uwe umesameheana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna mtu ambaye mko chuki na wewe, ndio nakwambia lazima msameheane, umfugue. Walikunyang'anya shamba, walifanya ile kitu yote walifanya, lakini yote hayo uwaachie Mungu, maana Mungu ana uwezo wa kukupigania. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho ya kutosameheana inasababisha chuki katika nyumbani, inasababisha kutopata baraka, maana usiposamehea na wewe hauwezi kusamehewa. Kwa hivyo baraka ambazo zinatokana kwa familia hauwezi ukazipata. Baraka ambazo zinatokana na mzazi, labda mzazi wako alikukosea, labda mtoto wako alikukosea, labda kuna mtu ambaye alikutendea, pasta wako alikukosea, ama wewe pasta ulikosewa na mtu ukakosa kusameheana, na wewe hautasamehewa. Maana hiyo ndio agano tu ya Mungu ambayo iko na condition, forgive for you to be forgiven. Lazima kwanza uanze na forgiveness. Na Biblia inasema kama ulikuja hapa ukatoa sadaka, katika wakati wa kuinua madhabahu, ukumbuke kuna mtu ambaye ako nyumbani hamuongei. Uachane na sadaka, haubebi, uiwache hapo, urudi mpaka kwa yule ambaye hamsikizani, ama uchukue simu mpigie, msikizane kwanza, ndio ukuje kwa madhabahu, baraka zako zikashuke. Kwa hivyo baraka zetu zina uhusiano mkubwa na baraka ambazo zinatoka nyumbani. Yakobo wakati aliyafunguliwa, alirudi mpaka kwa Esau, wakaenda wakatengeneza kitu kinaitwa amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima urudi nyuma, uende utengeneze amani, uende utengeneze mahusiano, uende utengeneze connection ya kufanya kazi kulingana na mapenzi ya Mungu. Kwa maana msamaha ni kifunguo cha maisha. Msamaha ni kufuli ya maisha. Kuna watu ambao kwa maisha wamekuwa padlocks, na kuna watu kwa maisha wao ni vifunguo. Kama umebeba, una hasira, kama una mambo ambayo unabeba yaliyo na chuki, yaliyo na mambo ambayo ni ya kukasirika, ulibeba mtoto wako, ulibeba aliyekuwa na wewe, ulibeba aliyezaa na wewe, ulibeba aliyekunyang'anya biashara, aliyeiba pesa zako, kumbuka kuna Mungu aliye mbinguni mwenye anajua kuhukumu kwa haki. Mtu yote aliyekufanyia uovu, mkabidhi kwa mikononi mwa Mungu, maana hauna nguvu yoyote ya kufanya hukumu. Hauna nguvu, hauna mamlaka dunia hii kutoa hukumu kwa mtu yule mwingine. Hauna, you are not supposed to judge. You are supposed to stand against somebody, kusema huyu mtu ni msherati, huyu mtu ni mwizi, huyu mtu anakaa. Hauna ruhusa ya kutoa hukumu yoyote ile, maana anayetoa hukumu yuko mbinguni. Anayeweza kutoa ile hukumu yuko mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyo ndio mwenye kutoa, na ndio mwenye kutoa amri, ndio mwenye kubariki, ndio mwenye kuinua, maana ana uwezo tu huo wa kufanya hivyo. Kwa hivyo any breakthrough in your life is interconnected with how you handle your enemies. Venye una handle maadui wako. Biblia inasema mwanzo kabisa katika kitabu hicho cha Leviticus, mambo ya Walawi, katika mstari wa 6, mstari wa 7 inasema hivi: you will chase your enemies and they shall fall by the sword before you,
5 of you shall chase 100, and 100 of you shall put 10,000 to flight. Ati Mungu ukisamehea, kusamehea, uachilie. Uache hao waliokutukana, uache hao waliokudhuru, uache hao waliokunena, uachie katika mikono ya Mungu. Mungu atasababisha wakikuona wanatoroka, wakikuona wanaangamia. Mungu atapigana vita zako zote. You don't need to carry them, you don't need to do anything. Kama una kitu ambacho unaona hiki kitu tulikuwa tumeshikana na huyu, mpatie aondoke ndio upate peace. Hallelujah. Utakapomwachia aondoke, amani ya Mungu itashuka juu yako, na maana malaika watakupigania, malaika watakutetea. Roho wa Mungu atashuka na atakupigania, maana katika unyonge wetu tuko na nguvu, katika umaskini wetu tuko na nguvu, katika kwenda sisi chini tunainuliwa na tunapelekwa kwenye milevo kwenye level ambayo Mungu anataka tukae. Wewe kukaa kwenye hali ya ambayo umekaa ya kubeba chuki kwa sababu huyu bwana alikuachia watoto 5, alikuachia watoto 6, alikuacha kwenye umasikini, alichukua vitu zote akakuacha kwa nyumba, hiyo ndio imekufunga, na hiyo ni shetani alisababisha ndio ifunge ndoa yako, ifunge baraka zako, ifunge njia zako, ifunge kazi ambayo mnafanya. I say, excuse me, who are you? No, get out, toka hapo kabisa. Hiyo ndio inasababisha mateso ambayo, hebu mshike kwanza kaya hapa. Ndio unaona mateso ambayo tunayosababishiwa katika maisha yetu, mambo ambayo yametuumiza, mambo ambayo yametuteza, yanasababishwa, haleluya, na kutosameheana, kutaachilia. Just let it go. Hallelujah. If you let it go, God will set you free and the breakthrough will come. Forgiveness is refusing to let it go. Because if you refuse, kama unakataa kuachilia, kuna kidonda, kuna mambo 5 ambayo yanafanyika kwenye maisha yako ambayo yanaharibu maisha yako. Kitu cha kwanza ambacho kinaharibu maisha yako ni kwamba umaskini unakuingia kwa sababu umebeba mzigo ambao haufai kubebwa katika moyoni mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Umebeba kitu ambacho hakifai kuwa katika roho yako. Unachafua unapobeba mtu, unapokuwa una hasira na mtu, unapomchukia mtu, unachafua anga yako. Ukichafua anga yako, unasababisha kitu ambacho kinaleta baraka katika maisha yako kinapotea. You must be allowed to create a conducive environment ambayo inakubalika na inakubalisha neema ya Mungu ikashuke. Unapokuwa umechukia, ni kumaanisha hawezi kubarikiwa. Tumemwambia Mungu ya kwamba atusamehee kama vile tunavyosameheana. Kwa hivyo there is a condition for you to be blessed, you must be forgiven. To be anointed, you must have forgiven. To be blessed, to move forward, lazima ukue ulisamehea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama haujasamehea, ni kwa maanisha kuna anga fulani umeshika, kuna bingu fulani umeshika, kuna roho ambayo umeshika, roho wa kishetani, na ukamkabidhi na ukampa nafasi katika moyo wako. Moyo wako ukipata hiyo roho ikakaa huko, inachangia mambo 3. Kuna madhara, magonjwa yanakupata, umaskini unakupata, na hasira ambazo hazieleweki zinakukamata. Hasira za kwanza zinapokuingia zinaleta magonjwa kama ya pressure, magonjwa kama ya kisukari, magonjwa kama ya kansa. Magonjwa hiyo nasikia inaitwa chronic diseases. Zina uhusiano mkubwa sana na mambo ya kiuganga, magonjwa ya hasira. Chronic diseases zote, iwe ni kansa, iwe ni pressure, iwe ni kisukari, kina uhusiano wa kiajabu na mambo ya kutosameheana. Maana the day umebeba grudges, the day umebeba mahasira, the day umebeba vitu ambavyo havifai za kihasira, basi umeruhusu roho yako, moyo wako ufanye kazi visivyo. Na wakati moyo haufai kufanya kazi visivyo, brain yako itakosa kufanya kazi visivyo. Na brain ikianza kukosa kufanya kazi visivyo, inabeba androids and mishipa ambayo inapeleka damu, inapeleka nguvu fulani
miale fulani katika mwili wako, inasababisha moyo wako kutotembea vizuri, inasababisha fikira zako kutoenda vizuri, inasababisha mwili wako kutofunction jinsi ambavyo unataka kufunction. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo unasababisha mwili wako kutotembea vile unafaa kutembea. Ndio unakuta una matembe ya pressure, una matembe ya sukari, una matembe ya kaza, unatembea katika hali ya kusaidiwa na msaada wa nje. Maana moyo wako ambao unafaa kukusaidia uliunyima nafasi ya kusaidiwa, ukaweka hasira, ukaweka uadui, ukaweka vitu vichafu. Hivyo vitu vichafu vinazuia uwezo wa Mungu kupata nafasi. Where there is a grudge, where there is a grudge, where there is hatred, where there is unforgiveness, there is no God. Na Mungu akikosa katika moyo wako, hauna baraka, hauwezi kupata baraka. Mungu anataka moyo ulio safi. Niumbie moyo mpya. Niumbie moyo mpya. Moyo ulio na nini? Moyo ulio wa kunyenyekea. Unaponyenyekea ni kumaanisha umepatiana msamaha. Unaponyenyekea unamaanisha umepatiana roho yako. Unaponyenyekeana unamaanisha moyo wako umekubalisha Mungu akaishi ndani yako. Kama moyo wako hauna nafasi ya Mungu, basi hauna baraka yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo unapokosa kusameheana, unakuwa hauna baraka. Kwa hivyo kama unakumbuka, kama una kitu unafanya, biashara yoyote unafanya, kazi ambayo unafanya, ama chochote unachokifanya, iwe ni huduma, lakini uko na grudges na watu, huduma yako haitawahi kuwa, huduma yako haitaendelea, kazi yako haitaendelea, mahali popote hauwezi ukafaulu. Hakuna. Kama ni huduma kahigi, huduma imeshikanishwa na msamaha, imeshikamana. Ndio kwa maana Yesu aliwekwa kwenye msalaba kwa ajili ya dhambi zetu. Ndiye yeyote atakaye msikiliza, atakaye muamini, na yeye atafunguliwa. Kwa hivyo kufunguliwa kwako kumehusishwa na msamaha wako. Kama una watu unachukia, kama una watu unaona walikufanya, kama kuna watu walikunyaganya, kama kuna bwana ulipenda sana akatoroka, kama kuna bibi ulipenda sana akatoroka, kama kuna mtu alikuiba mamilioni ya pesa kama mimi, basi lazima ukubali. Mimi nilikaa miaka 7 bila kukubali katika maisha yangu yale ambayo yalinitendekea. Niligonjeka, nilikunywa pombe mpaka nikajaribu kujiua. Kuna kitu sikufanya ndio niweze, nilitafuta tu nikufe. Mungu akakataa, akasema haukufi. Maana ya nini? Aligundua mimi nina ujinga, lakini baadaye alinipelekea kwenye viwango vya mafundisho, nikafundishwa mpaka nika let it go. Haleluya. Mwambie mwenzako let it go. Mwambie mwenzako achilie iende. Maombi, kutokuwa na moyo wa maombi ni kitu kingine ambacho kinasababisha tuteseke. Tukisoma kitabu cha Danieli, kitabu cha Danieli, na ndio nahusishana na mambo ya msamaha. Kwa maana kuna watu ambao, fungueni hizo dirisha, kuna watu ambao wako kwenye maisha yako kwa sababu umekosa kuwasamehea, umekosa kuwaachilia, umekosa. Kuna huyu jamaa anaitwa, huyu mwimbaji anasema waachilie nani? Waachilie kabisa hawa watu, wasamehe hao, maana unahitaji kuwasamehe. Kwa sababu kuna mtu anaweza kuwa kwa maisha yako, lakini amebeba baraka zako, amezuia njia zako. Ukisoma kitabu cha Danieli kinasema ya kwamba the angel that brought this message was in fierce battle. Tusome Danieli 10 mstari wa 12. Danieli 10 mstari wa 12. Somebody. Mpaka wa 14 kama kuna mtu amepata. Mpatie microphone.
Aha. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli. Kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kunyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Bali tazama, huyu Mikaeli mmoja wa hao wakuu wa mbele akaja kunisaidia, nami nikamwacha. Rudia hapo nyuma kizo, tuanze tena ndio watu waelewe vizuri. Kutoka 12. Ndipo akaniambia, huyo ndipo akakuja akamwambia, twende. Usiogope Danieli. Kwa hivyo ni Mungu alikuwa anazungumza naye, usiogope wewe Danieli. Ni kwa nini? Kwa sababu already nishaachilia baraka zako. Tuendelee. Kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu, tangu ile siku ulikubaliana na mimi, tangu ile siku ulipenda kutembea na mimi, kutoka siku hiyo, lack of prayerlessness, hiyo ndio nazungumzia. Kutokuwa mtu wa kuomba, kutokuwa mtu wa kuingia kwenye hekalu ya Mungu, kutokuwa mtu wa kujitolea katika kufanya kazi ya Mungu, hiyo ndio inafanya shida zetu zitokee. Maana Biblia inamwambia tangu ile siku ulianza safari na mimi, kukafanya nika nini? Endelea. Na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako. Wakati alinyenyekea na akakaa mbele za Mungu wake, maneno yako yalisikiwa, maneno yote ambayo uliomba Mungu yalisikika. nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Basi akasema, hiyo ndio sababu mimi malaika wa Mungu nimekuja, kwa sababu ya maneno yako. Kwa hivyo maneno yote ambayo tunaomba, chochote ambacho tumeomba kwa Mungu, kinaendanga straight na kinasikika. Tukiomba ombi leo, litaenda mbinguni na litasikika. Ukiomba chochote ambacho tutazungumza kwa Mungu, lazima kitafika. Lakini nini itafanyika? Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Mkuu wa falme, principalities, mashetani na maroho yalimpinga kwa siku 21. Kumaanisha wakati tunaomba, baraka zetu zinaachiliwa hapo hapo, lakini kuna kitu ambacho kinaingia katikati yako na baraka yako, na hiyo ni mfalme wa Ajemi, ambaye ni mfalme, the principalities, the forces of darkness, the spirit of witchcraft, the spirit of unforgiveness. Hizo zikiingia zinasuia baraka yako kuteremuka. Kwa muda gani? Bali tazama, Mikaeli mmoja wa hao wakuu wa mbele akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Sikiliza, kwa sababu ya wewe kukuja kuomba, kwa sababu ya wewe kufasameheana, kwa sababu ya wewe kukataa madhabahu ya shetani, kwa sababu ya wewe kuokoka, maombi yako yalisikika mara moja. Lakini tatizo imekuwa hii, kwa siku 21 mfalme, the principalities, maroho ya huko mbinguni ya kishetani yamekuwa kwenye vita na aliyetumwa arete. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka malaika Michael akatumwa aende akanasue huyo mizigo, mwenye amebeba mizigo yako, mwenye amebeba baraka yako. Maana pale mbinguni for 21 days kulikuwa na fierce battle, vita pigano kabisa, kwa maana walijua unakuja kubarikiwa, walijua baraka zako zimeachiliwa, lakini wakasimama kuzuia baraka zako, mpaka wakati malaika Michael akatumwa na Mungu mwenyewe. Maana aliona ya kwamba nimeachilia baraka zangu lakini hazijafika, kwa hivyo lazima nimtume malaika wangu ateremuke anasue baraka zangu, mtumishi wangu afikiwe nazo. Kuna malaika ametumwa, kuna malaika ametumwa kwako, hata kama wamezuia, hata kama wamezuia, kuna malaika ameachwa, kuna malaika ameteremushwa akupiganie. Unahitaji tu kuwa straight na God, unahitaji kuwa straight na Mungu, ukae kulingana na mapenzi ya Mungu, na huyo malaika atakuja. Atakuja malaika atakaye kupigania, atakaye pigania vitu zako, atakaye pigania vitu zako mpaka uzipate. Haleluya. Unahitaji kukaa, maana inasema wakati ulikubali kukaa
Rudia verse 1. Verse ya kwanza. Verse 12. Rudia tena. Maana key ya maneno yote iko hapo. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli. Usiogope. Maana nimetuma msaada. Nimetuma msaada. Ulipokubali kutembea na mimi, ulipokubali kujifunga kwa sababu yangu, ulipokubali kwenda mlimani kwa sababu yangu, nilituma msaada. Usijali ni shida ambayo unaipitia sasa. Usijali na milango ambao wamekufungia. Usijali kwa sababu ya barriers wameweka. Usijali kwa sababu wamekuzuia. Usijali kwa sababu walisema hautafaulu. Kuna kitu Mungu anafanya. Kuna kitu Mungu anafanya. Kuna kitu Mungu anafanya. Malaika ametumwa. Malaika ametumwa. Walisema hautafaulu, lakini nataka nikuhakikishie ya kwamba utafaulu kwa sababu umekaa kulingana na mapenzi ya Mungu. Utafaulu. Utafaulu. Mwambie mwenzako utafaulu. Ni utafaulu. Ukikaa kulingana na mapenzi ya Mungu, it is a breakthrough. Utafaulu. Mwambie utafaulu. Haijalishi what I'm going through. Haijalishi what they said. Haijalishi walisema mimi ni nani. Haijalishi mimi nilikuwa Mungiki. Mimi nilikuwa naishi huko Mukuru kwa Ruben. Tulikula mutura kama sapa. Tuliuza miti ni dawa. Tuliiba na tukapiga watu geta. Lakini siku moja Mungu anajua ya kwamba huyu ni mtoto wangu. Lazima siku moja, lazima nitamuinua. Lazima nitamuinua. Nataka nikwambie utainuliwa. Utainuliwa. Utakuinuliwa. Maisha yako itabadilika. Maisha yako itabadilika. Itabadilika. Wewe ambao uko nyumbani unagonjeka, unaumia, unateseka, utabadilishiwa maisha yako. Utabadilishiwa. 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 Lazima tuelewe kuna nguvu za kishetani kwenye anga yako. Kuna nguvu za kishetani ambazo zimeshika anga yako. Ukiona nilisema nitakupatia bango yako, alisema atakupatia shilingi 20,000. Mtu wenu alisema atakusaidia, lakini kukatokea jambo ukakosa kusaidiwa. Kuna kitu kinazuia baraka hiyo. Kuna kitu kinashikilia. Danieli alikuwa kwa fasting ya 21 days. Danieli alikuwa naomba. Danieli alikuwa anamtegemea Mungu. Hakuwa kwa kutegemea Mungu. Kumbe maombi yake yalisikika. Maombi yake yalifunguliwa. Maombi yake yalifanyika. Mambo yake yote yalitimizwa. Lakini kukakuja mfalme wa Wajemi, the principalities, the forces of darkness, zikakuja zikazuia. Mwambie mwenzako hawatawazuie. Hata wazuie. Hata wazuie. Hata wazuie. Michael anakuja. Michael anakuja. Michael anakuja. Atawateketeza. Atawaangamia. Maana I am right with my God. I am right. Sema I'm right with my God. I am right with my God. He's gonna fight it for me. He's gonna fight it for me. He will win every battle in my life. He will defeat all my enemies. I need to be right with God. I only need to be right with God. Maana vita si vyangu. Mwambie mwenzako vita si vyangu. Vita si vyangu. Kuna mwenye vita. Vita ziko na mwenyewe. Vita ziko na mwenyewe. I will make it. I will make it. I will conquer. I will win. Yes. Hallelujah. Tuendelee mami. Tuendelee. Kwa maana tangu siku ile kwanza ulipotia moyo wako ufahamu, kutenyenyekeza. Sikiliza. Maana ile siku ulitia moyo wako ufahamu, ukajinyenyekeza mbele za Mungu. Ile siku uliamua ukasema sitafuata binadamu. Ile siku uliamua ukasema sitafuata pesa zangu. Ile siku uliamua ukasema sitafuata watu wa dunia. Ile siku uliamua ukasema hautafuata education yako, ukasema utafuata Mungu. Siku hiyo ndio Mungu alianza. Siku hiyo ndio Mungu alianza. Ni siku 21 tu. Ni siku 21 tu. Hii vita ni ya 21 days. I wanna make it. I will win it. I will conquer. Yeah. Jesus name. Yes. Yes. Maneno yako yalisikiwa nami
nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Haya, kwa hivyo maneno yako yana uwezo kuvunja madhabahu. Maneno yako yana uwezo wa kuvunja shida. Maneno yako yana uwezo kuvunja umaskini. Maneno yako yanaweza kuvunja umaskini, hata magonjwa, hata divorces, hata confusion, hata stagnation. Unahitaji tu maneno, umwambie Mungu. Thank you Jesus. Sijui kama kuna mtu anaelewa hivi. You only need to speak it out. You only need to confess. Unahitaji tu kusema. Unahitaji tu kusema. Maana Mungu wa mbinguni amekusikia. Maana ile siku ulisema utatembea na Mungu, na yeye alitembea na wewe. Anaongoja tu useme. Amen. 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 Kwa hivyo kuna watu hapa mnateseka kwa sababu mmekataa kusema. Kwa hivyo ni kusema tu. Sema Mungu anibariki. Mungu anibariki. Sema Mungu nibariki. Mungu nibariki. Sema Mungu nibariki. Mungu nibariki. Fungua maisha yangu. Fungua maisha yangu. Umaskini. 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 Michael is coming to deal with you. Magonjwa. Michael is coming to deal with you. Umaskini. Michael anakuja kukushughulikia. Maadui. Michael anakuja kukushughulikia. Hata hauhitaji mambo makubwa. Hauhitaji hata kujua. You don't need to know. Hauhitaji kujua kama unashughulikiwa. Hauhitaji kujua kama wanafanya. Ni Mungu atakwambia kuna mtu anafanya, maana uko busy. Mungu ninakwambia kuna watu wanapigana. Kuna watu wanapigana kwa ajili yako. Amen. Hallelujah. Sikiliza. Thank you Jesus. For you to win this battle, you must be right with God. For you to conquer this battle, you must be right with God. Na hautahitaji kwenda kutafuta watu wa kukusaidia. Hautahitaji kujua kama unapiganiwa. Hautahitaji kujua kama kuna kitu kinafanyika. You need only to be with God. You need to walk with God. You need to walk with God, and the rest shall be dealt with. Amen. Amen. Tusimame kwa miguu yetu. Oh my God. There's no need to endelee. Soma haraka mami. 14. Yeah. Sasa nimekuja kukufahamisha mambo yatakayowapata watu wako. Haya, nimekuja kufanya nini? Kukufahamisha mambo yatakayowapata watu wako katika siku ya mwisho. Hallelujah. Maana maono hayo ya siku nyingi bado. Huyu amesema nimekuja kukufahamisha yatakao wafanyikia maadui wako. Nimekuja kukufahamisha yatakao wafanyikia waliokunyaganya. Nimekuja kukufahamisha maana Mungu ashashughulika. Wale watu ambao hawako sawa na mimi wote wataangamia, wote watachapwa, wote wataanguzwa. Na hauhitaji kujua. It is not your work to know what God is doing for you. Your work is to walk with God. Your work is to stand upright and move the way God wants you to move. The rest you will be in your honeymoon. Hallelujah. Baba wa mbinguni, Baba wa mbinguni, wakumbuke watoto wako. Baba wa mbinguni, sikia kilio chako. Wamekuja kwenye nyumba hii wanakuhitaji. Wamekuja kwenye nyumba hii wanataka sikuona tu. Wapiganie jinsi ulivyompigania Danieli. Wainukie maadui wao. Ulisema watakuwa 5, wataweza kufukuza maadui wengi. Wakikuwa 100, watafukuza maadui mamilioni. Oh Baba, wataki kujua. Wanasema wamechoka. Wameseka wamechoka na maadui. Baba, wamechoka na maadui. Kumbe walikuwa hawajui ya kwamba unawapigania. Achilia vitu zao, na achilia vitu zao, na achilia mashamba, na achilia amani, na achilia nguvu zako, na achilia ushindi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sema na Mungu, endelea kunena na Mungu. Mwambie, taja zile vitu zote unataka. Taja zile vitu zote unataka. Taja zote zile unataka kutoka kwake. Unataka shamba utapata. Unataka kazi utapata. Unataka biashara utapata. Unataka pesa utapata. Wewe uko nyumbani, taja ile kitu unataka. Taja ile kitu unataka. Kama wewe ni mgonjwa utapona. Kama wewe
una ukimwi inaondoka. Kama uko na kansa, amini itaondoka. Kama uko na pressure, amini itaondoka. Kama uko na kisukari, amini itaondoka. Kama huduma yako iko chini, amini itainuliwa. Itainuliwa tena. Vitu walikuwa wamefunga vimefunguliwa sasa. Vitu walikuwa wamefunga vimefunguliwa. Nenda na Mungu tu, mwambie ile kitu unataka, mwambie tu ile kitu unataka. Leo anakusikiliza, leo anakusikiliza, leo anakusikiliza. Sisi Bwana,
zako, niye moyo safi, niye moyo mpya, moyo wa kunyenyekea, kuoneka mbele zako. Niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kuoneka
nikuabudu, ewe Mungu wangu. Shujaa wa msalaba, umeinuliwa juu, wacha nikuabudu, ewe Mungu wangu. Shujaa wa msalaba, umeinuliwa juu, wacha nikuabudu, ewe Mungu wangu. Shujaa wa msalaba, umeinuliwa juu, wacha nikuabudu, ewe Mungu wangu. Shujaa wa msalaba, umeinuliwa juu, wacha nikuabudu, ewe Mungu wangu. Shujaa wa msalaba, umeinuliwa juu, wacha nikuabudu, ewe Mungu wangu. Shujaa wa msalaba, umeinuliwa juu, wacha nikuabudu, ewe Mungu wangu. Shujaa wa msalaba, umeinuliwa juu, wacha nikuabudu, ewe Mungu wangu. Msalaba, umeinuliwa juu, umeinuliwa Baba, wacha tukuabudu, ewe Mungu wangu. Shujaa wa msalaba, umeinuliwa juu, wacha nikuabudu, ewe Mungu wangu. Shujaa wa msalaba, umeinuliwa juu, wacha nikuabudu, ewe Mungu wangu. Oh, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, Jesus Christ. Out! You demons, anza kwenda. Toka. Toka kwa maisha yake. 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 The mighty name of Jesus. Get out. Toka kwa maisha yake. Toka kwa maisha yake. Toka kwa maisha yake. Nyoka tokeni. Maskini tokeni. Maskini tokeni. Maskini tokeni. Toka kwa maisha yake. Toka kwa maisha yake. Toka kwa moto.
mwache huyu binadamu. Pili, mwache huyu binadamu. Tatu, mwache huyu binadamu. Mwache huyu binadamu. Mwache. Mwache sasa. Mwache sasa. Naachilia moto juu yako. Naachilia moto juu yako. Amuka msumbua tena. Mimi na umaskini. Mimi na umaskini. Yesu na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Asifiwe Mwokozi. Na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Asifiwe Mwokozi. Ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu husafisha kabisa. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu husafisha kabisa. Nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Asifiwe Mwokozi. Nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Asifiwe Mwokozi. Damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, damu ya Yesu husafisha kabisa. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu husafisha kabisa. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, husafisha kabisa. Nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu.
Mwokozi. Sikiliza neno hili la kinabii. Hili nimepatiwa kwa ajili yako, ndio ulishike. Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati. Unapoomba Mungu anakupatia urejesho. Unapoomba, tumesikia kwenye Danieli ya kwamba wakati ulijishikanisha, wakati uliomba, Mungu alikusikia. Lakini tukasikia kuna principality, kuna nguvu za kimaroho za kishetani zilishikilia baraka yake kwa siku 21. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema kutoka leo. Kutoka leo. Kutoka leo. Mashetani. Mashetani. Maroho ya wachawi. Maroho ya waganga. Maroho ya Illuminati. Hamutaona vitu zangu. Hamutaona baraka zangu. Hamutaona jinsi Mungu anavyonipendea. Sasa nataka nikusomee. Bwana ameniambia nikusomee. Wakati ambapo Mungu Yehova wako mwishowe atakuingiza katika nchi ambayo unaenda kumiliki. Kwa hivyo kuna nchi tayari, kuna baraka tayari zimeachiliwa. Kuna baraka tayari zimeachiliwa. Baba anasema hapo unaenda kubarikiwa. Mwambie mwenzako hapo naenda kubarikiwa. Mwambie naenda kubarikiwa. Mwambie vitu zangu vimeachiliwa. Magari yangu yameachiliwa. Manyumba yangu yameachiliwa. Biashara yangu yameachiliwa. Vitoto vyangu vimeachiliwa. Hakarababarina. Anasema pia hamukujua ni wapi Torati. Sikukwambia usome mami, nitakwambia. Fuga nini yako, Kumbukumbu la Torati. Wakati ambapo Kumbukumbu ya Torati 7, wakati ambapo Yehova Mungu wako mwishoe atakuingiza katika nchi ambayo unaenda kumiliki. Kwa hivyo kuna nchi ambayo Mungu already ameitayarisha ambayo unaenda kumiliki. Kuna nchi ambayo unaenda kumiliki. Mwambie mwenzako kwenda kodo derazie. Mwambie mwenzako kuna mahali ninaenda. Mwambie mwenzako Mungu amenipangia. Mwambie mwenzako kumbe kulikuwa na baraka yangu imeachiliwa. Kumbe kulikuwa na baraka yangu imeachiliwa. Pia tuendelee kusoma. Ni neno la kiunabii. Pia ataondolea mbali mataifa yenye hesabu kubwa ya watu toka mbele yako. Wahiti, Waigarashi, Waamori, Wakanani, Waperezi, Wahivi na Wayebusi. Mataifa 7 yenye hesabu kubwa ya watu na yenye nguvu kuliko wewe yataondolewa. Mataifa hayo yataondolewa. Mataifa wale ambao ulikuwa naona ni kama wako na nguvu kukuliko, wale ambao ulikuwa naona ni kama wako na nguvu kukuliko, wataondolewa. Umasikini utaondolewa. Uchawi utaondolewa. Waganga wataondolewa. Hakarabawarina kasaya. Yani mataifa, nguvu kubwa ambazo ni umasikini, ni kunyaganywa, ni kudharauliwa, ni kudhulumiwa, vitu ambazo ziko na nguvu mara 7 zinaondolewa. 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 Sema zitaondolewa. Si zitaondolewa. Ongea na lugha yako. Nisieheretio zimeondolewa. Wameondolewa. Wachawi wameondolewa. Waganga wameondolewa. Warogi wameondolewa. Hata wale walikuwa wametumwa hapa wameondolewa. Hata waganga walikuwa wametumwa hapa wameondolewa. Maroho ya ushetani kwenye nyumba hii wameondolewa. Ya pili nasema, na Yehova Mungu wako
hakika atawatia hao mikononi mwako, nawe utawashinda. Unapaswa kuwaangamiza. Usifanye agano lolote pamoja na wao kuonyesha kibali chochote. Nakwambia Mungu wako atawatia mikononi mwako, atawatia mikononi mwako, ataleta umasikini mikononi mwako, magonjwa italetwa mikononi mwako, utaiangamiza, utaiharibu, utaidestroy. Lakini usifanye maagano, usifanye mahusiano na hao ambao walikuwa wanakuangamiza. Haleluya. Huyo Mungu anakuambia maadui wako wote atawaleta mikononi mwako, maana ameshinda vita zako. Huo umasikini ulikuwa ukifikiria umeletwa mikononi mwako, hautauona tena. Wale walikuwa wanaingilia kazi zako, wale waliingilia biashara zako, kutoka siku ya leo wamekabidhiwa mikononi mwako, wataangamizwa. Wale walitaka kuiba nyota yako, kutoka siku ya leo wameangamizwa, wameangamizwa, wameangamizwa. Wale ambao walizuia baraka zako, wale walizuia baraka zako, kutoka leo wameangamizwa. Hautawaona tena, hautawaona tena. Na usiwahurumie, usiwahurumie. Anayewashughulikia ako mbinguni. Na tatu ni Mungu anasema na nyinyi, nawe usifanye mapatano yoyote ya ndoa pamoja na wao. Binti yako usimpe mwana wake, wala binti yake usimchukue kwa ajili ya mwana wako. Yaani chochote, mahusiano yoyote, ene covenant yoyote, njia yoyote, anasema usifanye maagano na hao waliokuwa wakikupiga, waliokupangia uovu, waliotaka kuiba mali yako, waliotaka kukuangamiza. Usiwashughulikie, usiwapatie nafasi tena, usiwapatie, maana wanashughulikiwa na Mungu Baba yako. Wanashughulikiwa. Hautawaona, wataangamizwa, na si wewe. Mungu mwenyewe atawashughulikia. Hata mkijaribu kuweka vitu. Ya tano, kwa upande mwingine, hivi ndivyo mtakavyo wafanyia. Kwa upande mwingine, wewe kazi yako si kupigana na wao. Kazi yako ni hii Mungu anakupatia sasa. Kazi yako unaitwa kazi. Milango yako imefunguka. Maadui wameangamia. Maadui yameteketea. Nataka nikuambie, kazi yako si kupigana na maadui. Kazi yako si kung'ang'ana na maadui. Kazi yako ni moja tu. Katika mstari wa 5, Yehova, kwa upande mwingine, hivi ndivyo utakavyowafanyia. Madhabahu zao mtazibomoa, nazo nguzo zao takatifu mtazivunja, nayo miti yao mitakatifu mtaikatakata. Sanamu zao mtaziangusha, mtaziteketeza kwa moto, kwa maana ninyi ni watu watakatifu wa Yehova Mungu wa mbinguni. That is the only work. Hiyo ndio ile kazi peke yake umepatiwa, kuvunja madhabahu yao. Yeremia 1 mstari wa 10 mstari wa 9 na 10 inasema, kutoka leo nimekupatia nguvu to fight the nation, kupigana na mataifa na kupigana na ufalme, na kuvunja na kuteketeza na kuiangamiza, kisha kupanda na kuinua, katika jina la Yesu Kristo.
Hiyo ndio ile kazi umetumwa. Wekelea sadaka hapa uende nyumbani ukafanye kazi yako. Wekelea sadaka hapa muende nyumbani haraka sana. Muende mkafanye kazi ya kufuja madhabahu ya umaskini, madhabahu ya mshida, madhabahu ya wachawi, madhabahu ya waganga. Maana Mungu amesikia kilio. Muende mpigane na huyo malaika wa pasha, huyo principality, huyo shetani ambaye anazuia baraka zako. Sasa uende ukamenyane, maana ukalale ukae kulingana na Mungu anakuambia. Stand still and see the deliverance I'm going to do. Katu imara, kaimara. Umngoje uone jinsi atakupigania. Uone jinsi akamwambia Yehoshafatu. Akamwambia Yehoshafatu, akamwambia haustahili kwenda kupigana, maana vita ni vyangu. Usiende kupigana, mimi naenda kukupigania. Wewe utengeneze waimbaje, utengeneze praise and worship, utengeneze wimbo wa kusema nilifurahia, nilipambia, twende nyumbani kwa baba, twende nyumbani kwa baba. Nilifurahia waliponiambia twende nyumbani kwa baba. Hata kama sina sauti ya kuimbiza, mnafaa kuendeleza, maana tumefunguliwa, maana tumefunguliwa, maana tumefunguliwa. Kila mtu aimbe. Amkeni, simameni, twende kwa, kujeni hapa, kujeni hapa, kujeni hapa, twende nyumbani kwa baba, twende nyumbani. Simameni, simameni. Baba, ikubali hii sadaka katika jina la Yesu Kristo, iondoe.
tumefika ukingo wa ibada ya siku ya leo, na tunamshukuru Bwana kwa vile amekuwa pamoja nasi. Bwana asifiwe. Ndiye kana niwe muradhi. Sijui kama wewe umebarikiwa siku ya leo, lakini kwangu nimesikia nimefunguliwa. Bwana asifiwe. Na nadhani ya kwamba siku ya leo tu matweshio bejeru mwadhani ya tumetoka tukiwa viumbe vipya siku ya leo, maana nguvu za Bwana na uwepo wa Bwana umekuwa pamoja nasi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo uchukue hiyo funza, uchukue tu hiyo moto, uenende hata kwako nyumbani, katika zizi lako, katika mahali popote pale, uchukue huo moto wa Bwana, na neno la Bwana likuwe taa la miguu yako. Bwana asifiwe. Likuwe mwanga katika maisha yako na yangu, nasi tutakuwa watu wabarikiwa. Bwana asifiwe. Hatutakuwa jinsi tulivyoingia mahali hapa, lakini tumetoka na ushindi, na neno la Bwana litatuangazia. Bwana asifiwe. Tuseme nini kwa Bwana Yesu? Sifa na shukrani zimrudie. Bwana asifiwe. Ningetaka tu usimame dakika moja, nataka uiweke mtumishi wa Bwana, muombe tu ugodo kweduga teyaga irodogai. Bwana asifiwe. Ninataka tu tusimame tu kwa dakika moja, anataka tu ambia Bwana abariki mtumishi wake, aendelee kumpaka mafuta, na ili anaposimama kila siku na ibada nyingine anakuwa na mambo mapya kwa sisi. Bwana asifiwe. Simama. Baba, katika jina la Yesu, mwana wa Mungu, tunakushukuru kwa mtumishi wako Bwana. Asante Bwana tumia kama chombo chako Bwana. Tulikuomba Mungu uweze kuwa pamoja na yeye, tukaomba Bwana ukamtumie kama chombo chako. Jehova, ninataka kumhimidi mikononi mwako. Yesu wangu uweze kumbariki, ukafanya mipaka yake kuwa mpana. Asante kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Asante kwa ujumbe wa siku ya leo Bwana. Mungu wetu umeweza kumtumia kama chombo, nasi pokea Bwana. Ninaomba Bwana katika mashamba yetu, katika virindini vya mioyo yetu Jehova, lile neno lipate na manufaa, lipate kuwa na rutuba Jehova, lipate kuzaa Bwana katika jina la Yesu, likuweze kukua na mazao mema katika jina la Yesu Kristo. Imepandwa siku ya leo Bwana, kaimwagilie maji, kaipake Jehova jile, ikaweza kuchipuka Bwana, ikiwa na nguvu na uweza katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kumtumia Bwana. Asante Mungu wetu, mbariki na kutana na mahitaji yake Bwana, muongezee maisha yake Bwana katika huduma yako Kristo, mpake na upako msewa ulio mkuu kwa utukufu wa jina lako, na ubarikiwe na uheshimiwe. Tunasema ni asante. Thank you Lord for using him Lord. Thank you Jesus for your visitation. Thank you Lord because you have indicated that you are Lord in him Jehovah God, and we declare that you are Lord in our lives. We thank you and we have worshiped you. We have preached your name Jehovah God, for there is none like you Jehovah God. Tunakuabudu Bwana. Pokea ibada ya mioyo yetu, pokea sifa zetu Jehova. Mbariki, mtimizie hoja na mahitaji ya moyo wake Bwana, twaiweka kwako. Msidishie wema Mungu, msidishie roho wako Bwana, msidishie Bwana Mungu katika hali ya kiungu Bwana, mfanyikazi pamoja naye Yesu. Tunambarikisha, mbariki na baraka za mbingu, na ni katika jina la Yesu. Baba, asante Mfalme. Mungu wetu, asante kwa jioni ya leo. Mungu wetu, umesema na mioyo yetu, na tunataka Bwana kusema ni asante, maana Bwana umetembelea kila mmoja wetu Jehova. Neno lako limekuwa na nguvu katika maisha yetu Bwana. Siku ya leo tutaenda kama viumbe vipya. Tunasema ni asante Jehova jile. Ninaona hilo neno likaota ndani ya maisha yetu Bwana, likaweza kukua na nguvu na utele katika jina la Yesu. Bariki kila ndugu na dada aliye mahala hapa Bwana, even the media people Jehova. Asante Bwana kwa nguvu zao Bwana, ambao utaendelea Bwana kuzifanya upya siku baada nyingine. Wabariki kwa pamoja Jehova. Mkono wako ulio na uwezo na baraka Bwana, uwasidishie kila mmoja wetu Jehova, hata ambapo wamekuwa wakisikiliza Bwana, wakitizama kwa runinga Jehova. Wabariki katika mahitaji na matakwa yao, every desire of their hearts oh Jehova. Ninaomba Bwana ukayatimiza maombi yao, na shauku la moyo wako Bwana ikaweza ya kutekelezwa nawe. Tubariki Mungu wetu. Asante Bwana kwa kinywaji. Asante kwa kile Bwana umetipa katika haya madhabahu Bwana. Tunakubariki na tunakuinua kwa vile Mungu utaweza kukitakaza, utaweza kutubariki tunapokipokea katika jina la Yesu Kristo. Kwa sadaka na kila jambo Bwana na saka zetu twaziinua mikononi mwako Bwana, ukaweza kubariki Bwana, ukaweza kuhimidi wenye hawana mfalme, na ili Bwana siku zijazo
pakakuwa na utero katika nyumba yako. Tunasema ni asante. Mkono wako ulio na nguvu na uweza Bwana uwe juu yetu Jehova, siku ya leo na siku zijazo. Endelea kutufunika na wingu wako Bwana, nazo sifa na shukrani za kurudia. Asante kwa hicho kipindi. Tunasema wewe ni mwema na ni mwaminifu katika maisha yetu. Bariki nyumba zetu, bariki jamii zetu, bariki afya zetu Bwana. Walioungua Bwana kuwaponya, walio chini ukawainua, walio nyumba yako Bwana wakaweza kuishwa mara tena. Utukuzwe na uhimidiwe, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. God bless you sana. Mkae tuweze kupatiwa kikombe ya chai na tutabarikiwa. Mungu wa mbingu awabariki. Na mko karibu mara tena next Wednesday. Mko karibu na muite wengine wapate kubarikiwa pamoja na wao. God bless you.